Clouds TV. Ile ingine ulikuwa umeweka. Hiyo ndio Kiluya sasa. Volume hamna sasa. Itayanje Yesu itayanje papa. Mulina wanje papa. Zigulu zyange Yesu zigulu zyange. Itayanje Yesu itayanje toto. Yesu mwana wa Nyasaye Lwanda. Yesu mwana wa Nyasaye Lwanda. Yesu Lwanda. Yesu mwana wa Nyasaye Lwanda. Yesu mwana wa Nyasaye Lwanda. Yesu mwana wa Nyasaye Lwanda. Yesu mwana wa Nyasaye. Roho, 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 ama, ama, 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 roho, ama. Hallelujah, we gonna be bang, hallelujah, we gonna be bang, hallelujah, we gonna be bang, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we gonna be bang, hallelujah, we gonna be bang, hallelujah, we gonna be bang, hallelujah. Como si emocionene, oh muy como me magaleluya, aleluya, 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 aleluya. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana, oh najua Bwana, oh najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, oh ama, oh, 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 oh.
waliotubu twende, 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 waliotubu twende, waliotubu twende, waliotubu twende, 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 waliotubu watakatifu twende, 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 na kanisa twende, na kanisa twende, wenye dhambi bai, 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 wenye dhambi 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 bai, na kanisa twende, na kanisa twende, na kanisa twende, cheza mabega, 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 kila moja twende namna hii, twende hivyo. Mabega, 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 mabega. Waliotubu twende, waliotubu twende, 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 waliotubu twende, waliotubu twende, twende, twende. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako leo utakoma. Alafu geukia mwingine mwambie usinizoee. Geukia mwingine mwambie usinizoee bwana. Najua Kiluya alafu unizoee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapi wakamba ndani ya nyumba? Sasa kama una wivu siwapigie tu kelele zao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama hujipepetei kama Njeri. Pole. Mwambie wenzako kama hujipepetei pole. Bwana asifiwe. Amen. Umeshaweka? Na wewe ndio unamsubiri sasa. Unafaa ukuwe makini. Makofi kwa Yesu. Kimbiza sasa. Zunguka na mnaiki. Sala. Twende na mnaiki. Daddy, 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 da 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 da, da 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 da. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata, ninakuatia musumbe, ninakuatia tata, ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Oh tata tata, tata tata, daddy daddy, daddy daddy, tata tata, tata tata.
Ibeti Mweseo. Kanisa Mweseo. Asiana Mweseo. Ibeti Mweseo. Watakawaya. 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 Sala, 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 sala. Hapo hapo. Nitapanda ndege washangae, nitapanda ndege washangae, nitapanda ndege washangae, nitapanda ndege washangae. Watasema nimebarikiwa, watasema nimebarikiwa, watasema nimeinuliwa, watasema nimeinuliwa, nitaendesha gari washangae, nitaendesha gari washangae, nitaendesha gari washangae, watasema nimebarikiwa, watasema nimeinuliwa, hakuna silaha yoyote iliyotuma kinyume chetu itakayo sema, hakuna silaha yoyote iliyotuma kinyume chetu itakayo sema, hakuna silaha yoyote iliyotuma kinyume chetu. Sema hakuna silaha yoyote iliyotuma kinyume chetu. Sema hakuna silaha yoyote iliyotuma kinyume chetu. Sema hakuna silaha yoyote iliyotuma sema hakuna sema hakuna iliyotuma. Wimbo huu ni prophetic kwako. Ole wako wewe ambaye hauimbi, utapigwa tu. Kama hauimbi kwa kumaanisha, silaha zitatumwa, magonjwa yatatumwa na yatakuweza. Sema hakuna magonjwa, hakuna magonjwa yoyote iliyotuma kinyume. Hakuna magonjwa, hakuna magonjwa yote iliyotuma kinyume. Oh, Baba, Baba.
vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, oh viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, oh viumbe vyote vinakutukuza Baba. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa sema amina. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amen. Nasikia kuna ngome zinaanguka. 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 Nasikia kuna magonjwa yanaanguka. 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 Nasikia kuna ngome zinaanguka. 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 Ukisikia kuomba, omba tu. Anga imeshafunguka. Ukisikia kwenda mbele za Bwana unaweza ukaenda. Anga imeshafunguka. Wewe gai monenema nabotire gaio ketawe. Wewe
kwa mwongozo wako. Mtu afungue kinywa chake, mwambie Baba asante kwa safari ngumu hii ambayo ametuwezesha, tumeisafiri, tumefika mahali tumefika kwa sababu ya mapenzi yake. Mshukuru tu Mungu. Fungua kinywa chako, mwambie Baba, wewe ndio unastahili kuabudiwa. You are the master, you are the king of kings, you are the holy of the holiest, you are the Father. We adore you, we worship you this wonderful morning. You are our beloved King. We glorify your name and we worship you this morning. Thank you. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. You may be seated. It's a happy morning, a good morning, that God has given us another chance to come and say and do his will as per. Just try to balance it. I want clear voice kabisa. Thank you. Okay. Salimia mwenzako kama umeketi hapo chini, mwambie tu habari yako. Speak in your mother tongue. Mwambie habari yako. You look wonderful. Mwambie you look wow. Mwambie kutoka utuende mlima na turudi umechange. Na wewe hujachoka, muulize kwani wewe hujachoka? Bwana asifiwe. Zima zingine. Asante sana kwa wale ambao tulikuwa kwa mlima. Tuliona mkono wa Bwana. Mliona mkono ama mliona mguu wa Bwana? We saw God himself and he presented to us as just he had promised. Give me a high. As he had promised, and we saw the wonderful works of God katika maisha yetu. I'm happy also for you. Najua wengi wamechoka. Really, mimi sikuchoka kama wewe ulichoka, lakini I know you must have been tired. Yes, I know. And I must also have been tired because watu wananiambia unaonekana umechoka. Lakini mimi inside I'm not tired because I have to accomplish the mission that I have been assigned. I have to accomplish within a time. Mimi huwa na operate in a time of what God has instructed me to do. If he has told me between this week, first week to the second week, this is what you'll be doing, I will do it no matter the situation, no matter the circumstances, no matter the difficulties. What I encounter the most is challenges of life, where I face real challenges who try to stop me from going, who try to fight me back, who try to push me from where I'm supposed to do, who try to stop what I'm doing. And many stories comes up, and this one does not perturb me. Bwana asifiwe sana. This one will never, and they will never perturb me. You'll never stop me from becoming or from going where I want to go, because I'm on an instruction. I'm just instructed. I'm just like a robot. And it's like when you are trying to stop a robot to get through you, it will just crush you and go to the side, because when you are on an assignment, you don't care who is on by the roadside. You don't care which machine is ahead of you. You don't care what kind of a wall they are put against you. You don't care what kind of instructions they will try to press on you. You just move and you do things according to what God told you. You don't care what will the aftermath, the results, what will happen. People will be happy with you. People will not be happy with you. You don't care. That is the person who is on an assignment. But a person who has his own assignment will try to please you, will try to persuade you, will try to talk to you nicely, because they will not want you to go. That's the two different things. And this is what I want us to discuss. And my topic today is lighting your candle. But before we get into that, I have a good friend of mine in the United Kingdom who has always been my trumpet blower. He is the one who blew the trumpet at Nimefika UK. The one who announced me. The first day I got into United Kingdom,
He's the one who picked me at the airport and they took me somewhere. I didn't know where it was. Then he was trying, I didn't know what he was trying to do, but I came to discover what he was trying to do. He was doing some investigations on me. That I'm always led by the doves. I'm always done, something happens. Give me a high. Amanio. Okay. Alikuwa nafanya uchunguzi kujua kama venye nasemanga mabati kuna dutura zinaniogosaga. Kuna nini. So the guy was made to be very clever. Alianza behave clever. Sema behave clever. But my God was clever than him. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana alinipeleka kwa kichaka by the roadside, mahali ati tuende tukakunywa kahawa. Mali alijua hakuna dutura, hakuna nini. Ndio aone huyo Mungu akifanya kazi. Tuliposika tu chini, moja ilikuja ikamtembea kwa mguu yake na ingine ikaruka kwa bega lake. Sasa akaniambia mimi nimestuka. Ni kwa nini? Hapa sijai kuona dutura lakini zimekuja kwa sababu imenikanyaga. Kwa sababu nilipretend. Nilimsoma tu nilimjua. Unajua mimi niko na kaakili kingine kako juu. Kakuonaga maneno amuonaji. Sasa nikaona akili yake yote, nikaona venye amepaga na what is the guy is trying to investigate. He was really shocked. Papa wa London kuja usalimia watu. This guy is amazing guy. He's amazing guy. Simama tu hapo. Yes. Yeah, tamerero huga. Habari zenu. Hunita Papa wa London, lakini hiyo ni jina la mitandao ya runinga. Mimi naitwa Jimmy Kim na anayepiga picha hapa ni mtoto wangu, na kwa hivyo ananifuata pia pige picha. Thank you very much. From the other side I have got a lot of greetings kutoka kwa kanisa la Ebenezer ambapo apostle huenda kila mara na mimi pia niko na kanisa lingine mimi huenda pale Oxford ambayo pia umenituma salamu nimezipokea. Nikienda niwaambie nini? Asante sana. Vile apostle anasema, mimi nilikuwa namuogopa wakati nilimchukua airport siku ya kwanza, by the way. Sababu watu walikuwa wananiambia huyo mtu na serikali jichunge sana. Lakini sijui nami niliongozwa na nini, si kumuogopa vile. Lakini kweli pale nilimpeleka hao jiwa walikuja na mimi najua hao jiwa si wa huko. Sababu wajua kule mimi nawajua sana. Nimekaa kule karibu miaka 30. Ama ni 30 ama 30. Hiyo. Lakini wale jiwa wale aina ile sijawahi kuwaona. Lakini huyo apostle alipokuja pale tumekaa hapo tunakunywa kahawa yetu na ni kweli nilikuwa nimepeleka pahali hapana watu. Nikaona wanafanya nini hawa? They were different. Lakini nikasema acha tu ninyamaze. Let's see what is going to come out of this. But anyway, ilienda vizuri na kile kitu ningependa kuambia huyu, yeye hunistua sana akija kule sababu yeye hunipeleka sehemu zingine sijawahi kwenda na niko kule miaka hiyo yote. Nyinyi mmetoka mlima, naona mmebadilika, mimi sijabadilika sababu si kwa mlima. Lakini nilikuwa mahali pengine alikuja panaitwa Stonehenge kulikuwa na mambo rafiki yangu. Kulikuwa na mambo. Atawaambia labda ameona video, si ndio? Ameona video. Rafiki yangu kule, yani kuna hiyo monument ilijengwa 3000 years before Christ. Na wanasema ilianza kujengwa 3000 years before Christ mpaka kitu kama 1525. Sababu ni pole sana. Wanasema hayo mawe sababu ni mawe makubwa sana. Yalikuwa natolewa mbali sana pande ya Scotland na nyingine Wales. Na hakukuwa na magari wakati ule na hakukuwa na loloni kama train siku zile, ni miguu na labda mapunda ama mafarasi. Lakini you cannot understand how those things went there. Na vile ziliinuliwa zikaingia, yani ni kitu ya kustua. Naomba siku moja Mungu awezeshe kuja kule muone. Yes? Thank you. Sababu huyu mlango huo umefunguliwa, utafunguka kwenu, si ndio? Asante sana. Mimi sina mengi ya kusema. Apostle, ni asante sana kunikaribisha.
na nimefurahi sana. By the way, I surprised him. Hakuwa najua nakuja. Labda ningekuja ningekuta nitengezea kahawa pale. Lakini nimemshtua, hakuwa anajua nakuja. Sababu that is who I am. Sikuwa najua nakuja hapa leo, lakini Mungu akaniongoza nije hapa niwe na apostle. Siniseme asante. Thank you. Niko hapa kwa wiki mbili. Wiki mbili. Sawa, lakini itakuwa ni wiki mbili yenye shughuli nyingi sana. Yeah. Tumia yangu. Utenge siku moja nitakuchinjia mbuzi. Oh, asante. Nani atanisaidia kula? Hey, muko? Mnakuja kwa sababu ndio mpate appointment ama mnakuja ndio sababu nini? Ndio contact. Ndio karibia Kizee. Na by the way nilisema karibia Kizee. Nilisema jina langu la mtandao ni Kizee Kizende, manake Kizee kabisa. Na ama ukipenda uniite Papa wa London, na usikose kusubscribe, kusubscribe na pia kushare ili kwamba uniweke kibaumbele, nami nitakuweka mstari wa kwanza kabisa kupokea video zetu zikiwa mbichi kabisa, manake zikiwa bikra. Asante. Yes. Asante sana. Asante. Acha nitumie. Nashukuru. Asante papa. Nitachija busi kwa sababu yako. Kuna kitu kitakufa kule nyumbani kwangu, na mwenye atataka kukuja muandike application. Just write a formal application. Can I be part of that busi? Then we vet you. Tukuvet kama utakuja ni moshania umekuja kuchukua huko ndio upeleke. Si ndio? My dear. Amalema daktari all the way from kuja salimia watu wa Mungu. Yeah, Dr. Amalema. Ule mulamu. Wewe mulamu sana. Leo mulamu. Kwa hivyo hujasahau. No, I haven't forgotten. No. For how long have you been in the UK? 29 years. Yes. And you, for how long have you been in the US? 25. 25. Only 25. Only 25. Yeah. Thank you. Can you say hi to the people? Hello. I salute you in Jesus' name. Amen. I'm glad to be here. When Apostle, I salute you in Jesus' name too, for all you had to do. Apostle was in UK and mentioned that he's coming here to the mountain. I was going to come back, but not that. So when Apostle mentioned that I'm coming, would you like to go to the mountain? I say, I will not wait. And so from that time, I had just come from South Africa. And from that time, I say, oh, well, I'm going to just start finding out the ticket to get here. So I couldn't sleep for 2 weeks trying to make sure that I get here, to get to the mountain. I've heard so much about the mountain. You guys have been going to the mountain, and I didn't know about the mountain. I've heard how great Mount Kenya is. I've never been there. I'm a daughter of Kenya, but I've never been on Mount Kenya. So being of what had been destroyed, had been killed in UK, I had to come. So I came. What I saw is a marvelous. I bless God for being part of it. The thing I can say that when I came from the mountain, the prayer that I had from there released my voice. Now I can sing. Apostle, I used to sing, play the guitar when I was a young girl. I have to again start all over again. But I used to play a guitar when I was young and worship. So when I went to USA, I used to travel, try to play, but then I was stopped, say, sit down, concentrate, and get your education. So I had to set that aside. So when I set it aside, I didn't do it again, but I was singing, I was worshiping. Then suddenly, 2 years back, I lost the voice. I could not sing. My voice would not come out exactly as it should. But when I was at the mountain, prayer that went on, I found myself being able to sing again.
So I bless God that I'm going to be able to sing. When I get back there, I'm going to have my children. My children are musicians too. But I couldn't sing again. So I bless God. Going to the mountain has changed me. I bless God. May the Lord bless you. My name, I think you have heard it, is Reverend Dr. Esther Amadi Amalemba. I love the Lord. Saved. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. God bless you. Well, it's such amazing that somebody traveled all the way from the United States akuje tu achukue muujiza. Now she came and she took it over. Now she can be able to sing. But there is somebody tumekuwa na yeye all this long time na muujiza hujakuja. Sasa hapo just ask yourself, what could have went wrong with you? Bwana Yesu asifiwe sana. Because somebody is traveling all the way coming from America and just because she watched me when tulikuwa na Kizee Kizende kule Stonehenge. Imagine hata Kizee Kizende nilimpeleka kumuonyesha mawe imeishi huko 3,000 years before Christ. He has been there 30 years but he has never known where these things are. Kumpeleka huko akasema haya mpaka Digira. Kuna nyumba ya Wakikuyu wapi? I will tell you what happened at the moment. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm very, very happy, delighted that I am part of the process of what God is doing this time. Can you tell your neighbor that I am part of the process of what God is doing this time? You know, there is nothing as much as good, as important in your life, such like being in the process and being a tool that God is using for his edification. Because it is amazing. There are so many thousands, men and women, who are existing on earth, but God just refused to use them. And they just went to Mugiki, and they searched from Mugiki, and they caught somebody from Mugiki to come and do the job. That they were Christians, but were not chosen. But the Mugiki guy was chosen. Hebu imagine kama maombi yako ingefika, Roda. Kama maombi yako ingefika, mimi nikufe venye mlikuwa mnaniombea nikufe nikiwa Mugiki. Nani angekuwa anafanya hii maneno mnafanya? That is why God refused to hear you. And that's why God will refuse to listen to you, because you are not part of his instructions, part of his plan. Why do we get out of the plan of God? We get out of the plan of God because we have refused to align ourselves with the promises and the arrangements of God. The moment you discover too, uwejue, I am supposed to be aligned in the process of God, then you will not misbehave, because you only wait for God and do his will at the time that God has chosen. God operates with the time and the seasons and the places. Bwana Yesu asifiwe sana. This lady had to travel all the way from the United States to come and meet God in Mount Kenya for her voice to come back. But it doesn't matter. No, she has been worshiping God. She was in South Africa to go and praise God. She'd been traveling all over, but she needed to be in Mount Kenya for her voice to come back. That is why sometimes I will take you to Mount Kenya, I will take you to Ngong Hills, I will take you to United Kingdom. By the way, we are going to another mission in Brazil, and I'll be going to another mission in Malta. I'm going to another mission in Southern Asia, all because of these gates. They are gates. Zinaitangwa star gates. There are 12 star gates that control the world. And my role is to go to each gate and to open it. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kazi yangu. Naenda nafungua hiyo gate ndio tuweze kuwa na utawala wa Mungu hapa duniani. Ndio Mungu, nguvu ya Mungu iweze kurudi. Kwa hivyo sasa next time nataka niende na watu 20. Sio kwendaka peke yangu. Ni makira. Mari gwaterere. Ni unadie kinya visa ile, nadie kinya passport ile. Nitaenda namna gani? Mwambie nipatie kahali kidogo. So this thing, it is God who understands. And God has given us. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipokuwa kule mlima, tulichukua candle. Huyu ndio tulikuwa na wewe tukinunua hizo candle kule Stonehenge. Tulizinunua because we needed the contact. Because they dimmed our fire. They dimmed our stars. They dimmed our moon. They dimmed our sun. And then they took it
an altar pale Stonehenge, they build a temple. It is a round-shaped temple. Then they have, it's a gate. There is a gate from east, where the sunshine rises through the east to the gates. When you come back to the mountain, Mount Kenya, there is a temple at the top of the mountain. And this temple, iko chini ya mire, the three peaks. One peak is called Lenana. Another peak inaitwa Batiani. Another peak inaitwa Sendeyo. Lenana, niyo uli muse unananga ako hapa naitwa Lenana Road, iyo barabara Lenana, iyo maneno yote. He was a king, a paramount chief, a high priest, for that matter. Then he gave birth to a son called Batiani, who is also a paramount and a high priest. And another son, Sendeyo. So the peak is named after a family. The father and his two sons. What a coincidence. Who planned for it to happen that way? That a father dominated, took over the peaks. Then going down, there is a temple. The temple that you hear of Solomon temple, it is built up kule na Mungu mwenyewe ndiye alijenga huko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. So I am going there back. It is a 4-day walk. For those who are ready to go with me, tutaenda. Utavaa sasa, wewe naonaga uvagi trosa, huko lazima uvae trosa. Kwa sababu ni climbing, hiking mountain. Na unabeba mzigo kilo 12 kwa mgongo, na unabeba chakula yako na kitanda yako na nyumba yako zote hapa kwa mgongo. 4 days kupanda. How many are ready to go? Nataka tuende to the peak. I want to take you to the peak and show the marvelous of God. Why am I bringing this topic? It is because at the peak we have a Stonehenge there. The original Stonehenge. The pillars, venye Stonehenge iko, at the peak we have them. Where we have now the Batiani, the Lenana and the Sendeyo peaks. Hapo uko juu. Hapo ndio wako. Hapo chini yake kuna temple. Temple nyumba ilijengwa. Unaona hizi nyumba za Wahidi ziko pale, ile temple ya Wahidi. Wamekopi kutoka huko. Hata venye mawe imejengwa. They have copied from there. And this thing, the temple iko round. Iko round inakuja. Yani inakaa hivi. Unaona sasa mikono yako venye nimeiweka. Wacha nionyeshe kidogo hapa. Yani inakaa kama haka kitu. It is like this one. So this, there is round here, alafu inapata jia. Stonehenge has an entry. Ni round, alafu inapata nini? Jia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuhame hapo tuende Vatican kwa kina Roda. Where are you, Soroka? Thank you. It's good. This is an altar. Every person is allowed to come. Now ukienda Vatican, it is that round. And kuna jia. It is the same shape. Yeah, Stonehenge, the same shape. Yeah, Vatican. The same shape ukienda Mount Kenya. Mount Kenya is the oldest. It is ilianza na dunia. Munanielewa lakini? Stonehenge imetengenezwa 3000 before Christ. Na Vatican, it is where Jesus said, and kwenye hii rock. But they changed. The Roman Empire. They changed. Now to the State House ya America. Ile inaitwa Oval. The Oval House. The Oval House is a replica of Stonehenge. Sijui mnanielewa vizuri lakini. It is a replica. I'm trying to show you how to do and to understand these things, how they are happening in the world, and how people are fixed. Remember, ukienda pale juu Mount Kenya, the highest peak imeitwa nani? Lenana. These other two small peaks zinaitwa nani? Sendeyo na nani? Na Batiani. The sons of one father. The sons of what? Na wakati Kenyatta alioa, nani alimpatia shamba ya kwanza ya kujenga? Ni Lenana. Kenyatta amejenga wapi nyumba ya bibi ya kwanza? Wapi? Lenana. Hapo ndio Wahu amezikwa. They're the first wife. Na ni Lenana alimpatia. The same person owning the mountain. Hebu tuende sasa kwa necklace ya Wamasai. Ile wanafanyaga hivi. Inaruka. How does it look like? It is oval and something here. Are you seeing what I'm seeing? I don't think you're seeing what I'm seeing. I'm sure. What are you seeing?
What are you seeing? What are you seeing? And you said you are seeing what I'm seeing. You're not seeing anything. I am the only one who's seeing. That they had to pick a Maasai. Praise be the name of God. Take him to the mountain and take his names there. Because Maasais are Levites. Hello. The biblical, near Duamagogona, they are Levites. But the Kikuyus are a Judah. Ndio wako na scepter. Inaitwa scepter ama scepter? Scepter. Na Kikuyu tunaitaka scepter. For those who went to school. Bwana Yesu asifiwe sana. So they picked a mountain where the Kikuyus are, but went to Levites and cloned the mountain with the Leviticus authority. Are you seeing what I'm seeing now? And this is once they have taken the mountain and given it a name of the family who are high priests, then they made sure that the mountain now has become a Levitical mountain so that they can take it spiritually. Because Leviticus were the people who walikuwa naongoza, ndio walikuwa nasaidia wa Juda. Hawa ndio wanatoa dhabihu, hawa ndio wanaongoza. Sasa wale walikuwa naongoza ndio walikuwa wenye mlima. Sasa ndio wachukua mlima waipeleke Stonehenge. Na wachukue mlima waipeleke Vatican. Na wachukue mlima waipeleke Oval Office. Na ndizo hizo ndizo na power. Bwana Yesu asifiwe sana. The Stonehenge altar rules the world. Which country rules the world? Yeah? No. Which is the superpower now? It is USA. But which rules the world through the altar? United Kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. But who is custodian of the altars? Vatican. Are you saying that? So they cloned all their powers from the mountain by bringing a name that they can easily pick and go with it in the spiritual realm. Now you're doing aligning yourself back to the stars. Because huyu mama amekuja tu sauti imerudi, hakuobewa. Ama mliona ndiko watu wakiobewa. Hakuobewa, yeye mwenyewe alifuguka. Sauti zake zimefuguka, biashara zake zimefuguka, maisha yake imefuguka. All her life that had been taken away from her, it has come back. Because we went to align ourselves. And we went also aligning with the dates, time, and the season. That is why we go. That is why I ask you, let us go. I don't ask you, let us go because there is some luxury. Or there's something I want from you. I'm seeing what you are not seeing. Because God is telling me something that is not telling you. That you come and Mungu ananiambia, abia watu. Kama vile Musa alikuwa anaambia, abia watu tuende. Abia watu wafanye. Kumbuka wakati ule, ni wakati, huyu mtu anafanya nini? Kumbuka wakati ule wa Nuhu. Nuhu akaambiwa atengeneze Sabina. Na akatengeneza, watu wakaita watu, wakalete bao, wakalete misumari, wakalete mabati, wakalete makarami ya kuja kutengeneza. Na wakaanza kutengeneza hiyo Sabina, wakaitengeneza. Ikafika wakati mwingine watu wakakaa sana wakauliza, huyu mjamaa anatucheza akili. Alituambia yeye Mungu yuko karibu kukuja. Where is this God? Bwana Yesu asifiwe sana. Where is this God? They waited for this God. Wakaogoja huyu Mungu, hakuji. Wakaogoja Mungu, hakuji. Baka wakaenda wakasema sasa tutangoa bao zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. This message of God does not tarry with your mind. This message of God, if God said something, wait for that something to come. Don't force it. Don't push it. Wacha kusukuma ifanyike. Nenda kwa mtaratara. Mimi kama ningeulizwa hii maneno ni ya kushika microphone wakati nilikuwa Mogeke, ningekuchapa kofi. Ungekula rugu ya mkichwa. Ile inaitwa madiokole. Ningekukulisha tu. Ungenitajia Yesu. Yesu. Mwizi ya bao, mtoto ya maraya. Mimi uniambie Yesu, nitakukula paga ama nikukule fibo ya kichwa. Sasa angalia ni nani anahubiri Yesu sana. Nimekuwa crazy, nimekuwa chizi na Yesu. Nimeachana na maisha yangu yote. Mimi ukiniuliza hapa Yesu, nikienda hapa Yesu. Hata nikivaa na biaga Yesu nivalishe. Hata nikikula na biaga Yesu kuja. Huyo Yesu mwizi wa bao na mtoto ya maraya. Message ni ukali namna gani?
Kumbe hii message inafungua watu. Mzee, Nesa. Ni engineer mpya anajaribu kuseti vitu. Sina hata sauti hii, sauti imekuwa mzuri sana. Hatuna ile ya kukatika, hatuna nini. He's really improving because tulifanywa reset. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulifanywa reset. Sasa adjust. Thank you. Wachia tu hapo sasa. Sasa walikakuja wakaanza kung'oa, wakasema watang'oa nini? Pau. Maana the work of God and what God is telling us, kila kitu Mungu anatuambiaga kwenye akili zake. Hatuambiaga kwenye akili zetu, anatuambiaga he operates from his mind, not our mind. He does not operate in your mind. Therefore, anything that you think can happen to you will not happen to you until it is his mind. Bwana Yesu asifiwe sana. So mimi nikikuja kukuhubiria mtu wa Mogeke na kuhubiria the mind of God, not the mind of Dora. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why he had to pick me kutoka kwa Mogeke. Kwa maana Mogeke hatuko tunajua Bible, hatuna kujua kuhubiri, na akakuja na akanipatia platform na akaniambia hubiri. Mimi sikwenda kufundishwa na mhubiri. Hata ule mhubiri ningekaa karibu chini kwake ni huyu Ng'ang'a mwenye aliniombea. James Maina Ng'ang'a Matuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini this guy kept fighting me. Maana kila wakati kwa sababu nilikuwa najihisi mimi ni mkubwa. Siku ile niliokoka mimi ndio nilimtoa pale chini, pale gara. Nikampatia hiyo kiwanja iko hapa. Hii kiwanja nilikuwa kiwanja yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikampatia akajenga kanisa. Tukaenda tukanunua chuma pale Kampala Road. Tukakuja tukajenga kanisa na ikasimama na ikakuwa mzuri. Tukatoka hapo tukatengeneza crusade ya kwanza, tukaenda Tononoka. Kiwanja mzima ilijaa wakuja waone Dora Waroige ule wa Mogeke ameokoka. Tukatoka hapo tukaenda Kisumu kule Kenyatta Stadium. Kenyatta Stadium ikajaa watu wajaribu kukuja kuona ile shetani ya Mogeke iliokoka. Tukatoka hapo tukaenda Bukugu Stadium, kiwanja ikajaa. Tukaenda hapo tukaenda Nakuru wa Furaha, uwanja ikajaa. Sasa nikaangalia Ng'ang'a nikashindwa. Ng'ang'a, wewe unasema wewe ndio mkubwa. Ni watu wanakuja kwa sababu ya nani? Na Ng'ang'a ni mang'aa. Usina Ng'ang'a ni mang'aa, alikuwa mwizi wa bunduki. Sasa tukaanza kuangaliana. Makobura bili tunaangaliana. Ng'ang'a akaigisa baridi. Maana nilimwambia kichwa nitabeba mzee. Ukiendelea kucheza cheza na mimi, kichwa yako itaondoka. Na akaambiwa na washirika, modoyo dhia kanaka. Modoyo ni alikulega moto. Na ikabidi mpaka akasikia watu. Maana wakati nilimwangalia hivi, nikiangalia kama Kisumu, Wajaruo wamejaa kwa kiwanja kwa sababu yangu. Kakamega Waluya wamejaa kwa kiwanja kwa sababu yangu. Mombasa watu wamejaa kwa kiwanja kwa sababu yangu. Sasa na wewe umetoka kwa ukubwa. Utasikiliza mtu mdogo? Utasikiliza mtu ajielewi? Sikuwa najua ya kwamba kuna mkutii mafuta. Na ndio uinuliwe lazima ukae chini ya mtu ambaye ameinuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilimwangalia hivi kwa jicho tu, akaenda kwa station KBC akasema my life is in danger. Venye tu nilimwangalia kwa jicho. Maana nikiwa pale, tukiwa pale, nilikuwa tuna pretend na namuona ndio yule pale. Naenda pale kado, naenda nasimama tu hivi. Watu wote wanakuja. Kwa sababu kila mtu alikuwa anataka kusikia huyu mtu anakaa namna gani. Watu wote wanakuja. Sasa kule mpaka wale walikuwa wanamsikiliza wanamuacha. Wanakuja hapa. Ng'ang'a naona anafanya hivi na Ng'ang'a anaenda kwa ofisi. But this was working against me. But I didn't know. Because I never sat down to listen to hear the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. All along nikaendelea hivyo mpaka nikaona sasa I can be able to open my own church. Nikaenda pale Belikanto nikafungulia mjamaa mwingine kanisa hapo Belikanto. Na kanisa ikajaa. Within 2 Saturdays tulikuwa tunatafuta horo ingine. Sasa nilikuwa nataka niende huko nimwambie kuja uone. Kuja mse. Kuja uone. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mtu unahitaji kuakishiwa moto. Mwambie mtu kwa sauti kubwa, unahitaji kuakishiwa moto. Unaweza kuwa na moto, lakini you need somebody to come and fire you up. I needed James Maina Ng'ang'a to fire me up and to change my direction of life. Kama si yeye singe change.
Nilikuwa jeuri. Nilikuwa mpaka namwangalia hivi, namwangalia, naona ni kamutu kadogo. But in the spiritual realm, mimi ndio nilikuwa kamutu kadogo. Yeye alikuwa kimutu kikubwa. He was a giant. Praise be the name of God. And this is what the wazungu walijua siri hiyo. Sisi hatukujua. Ndio unaona wanakuja wanatafuta chief, paramount chief, anaitwa Lenana, wanamclone. Wanachukua watoto wake, wanajua wako na DNA ya Leviticus, wanaiclone. Sasa wanajua kule kwao ni empty. Wanachukua, wanapeleka huko. That is why you saw me wakati nilienda Stonehenge. Nilienda nikaingia tu nyumba huko, nikakuta mama. Kama makamuse. Huyu mzee alikuwa ananiambia, wacha kuingia sheria za hapa, utashikwa. Mimi nikamwambia mimi si wa hapa. Wewe ndio hapa, wewe ndio utashikwa, achana mimi. Immediately nikaingia, kama mama akaniambia no. Hauwezi kuingia hapa, nikaruka. Huyu akaniambia wewe totige, nitokonyitwa. Na matini ni ndio wako huko. Wewe ni wako nyitwa na umaja ukanyitwa. Nikaenda na nikakalia jongwa. Hiyo jongwa haijai kaliwa na mtu mwingine. Maana it is from a holy place, and the holy place is Kenya. Sasa nyinyi mnasema holy place iko Israel. Muingereza anajua holy place ni Kenya. Sasa angalia ujinga. Unaona hiyo ujinga? People know holy out there, they know holy place in Kenya. Lakini we here tunalipa kwenda Israel. Tunaigizwa hapa ndege kwa Waarabu, tunashuka hapo Egypt, tuna cross hiyo 8 days journey, tunaigizwa kwa mabasi, tunaenda tunasuguswa, tunaigizwa kwenye milima yenye haiko. Tunaambiwa hii ni mlima Zayoni. Tunaambiwa hii ni mlima wote. But let me tell you one thing. Zayoni haiko huko. Wakati wanajua hivyo? How can you prove? Mliambiwa? Can you prove? Can you prove? Apart from being told, can you prove? Me, I can prove biblically. In the book of Ezekiel 48. Hello. In the book of what? Ezekiel 48. Inasema mlima wa Zayoni uko south of Mediterranean. South of Mediterranean. Where is Mediterranean geographical people? Mediterranean Sea? Yeah, iko Libya, Tunisia, Morocco, Algeria, uko ndio Mediterranean Sea. So hiyo ndio tunaitaga North Africa. The Bible says in the book of Ezekiel 48 that Mount Zion is south of the Mediterranean. Is Israel south? Hiyo wanasema. Israel is north of the Mediterranean. Iko juu, the other side of the Mediterranean. So where is Mount Zion? It is south. And in south, that is where the children of Jacob were given land to occupy. South of Mediterranean. The children of Jacob walipatiwa south. Ukisoma tu hiyo kitabu yote usome, saki tuisome sahi. Nenda usome at your own time. In the south of the Mediterranean, that is where the children of Israel were given land to occupy. And they occupied around Mount Sinai, and they were given, each tribe was given a responsibility from one angle to another angle. So these people, they understood and they knew this. Walisoma Biblia, wakaitumia kama geographical feature. They used the Bible geographically to locate the mountain. Waliingia kwenye River Nile, wakateremuka na River Nile. Isaiah 18 inasema nini? Hawa watu walikuja kupitia the Nile. Where is the Nile? And where is the Nile coming up or coming down? Bwana Yesu asifiwe sana. So when they came, they used the Nile to trace the mountain, which is Mount Sinai. Wakakuja wakaingia mpaka Victoria, ile Lake Victoria. That is how they came. Walipofika mahali walikuwa na mnabii wao ama mganga wao anaitwa Victoria. Victoria is one of the highest spiritualists on earth. Queen Victoria. And immediately alipofika pale akaname the lake Victoria to capture. So you see how we are changed. They come, they conquer, and they name the place because they knew it is a portal. Lake Victoria was a portal. They knew this is a portal. So they named it after them to get the satellite, to get the frequencies from the portal, to guide them to the mountain. After that, that is how they went, wakatumia mito kuteremuka mpaka kwa mountain. Walipofika kwenye mountain, walipanda. At the mountain, pale juu, kwa wale nataka tuende, there is a Star of David. Did you know that? There is a Star
of David at the mountain. They found it there. And the Star of David. Why the Star of David? Why the star that guided Jesus Christ? And this is my point, because when the people tulienda nao kwa mlima, tuliokoswa na nini? Kuna mliona? Tuliokoswa na nini? The moon, the crescent moon and the star. It guided all from here. Ilianzia hapa, ikatupeleka mpaka kwa mlima. Na ilifika mpaka saa 2 asubuhi bado inamulika. Have you ever seen a star mulika ring mchana? Ilikuwa bado inatumulikia. Baka wakati tulifika kwa mlima na hiyo ikaondoka. Jua likatake control. Hello. Sijui kama mnaelewa kile kitu nawafundisha. Jua, the sun took control. After the moon took the control in the night and the star, then the sun took over in the day. Bwana Yesu asifiwe sana. Because what the element used kule kwa stone egg ni the element of the star, the element of the moon, the element of the sun, and the element of the element of the air. Again, they have added the element of water. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't know whether you are getting me. Leo nimekuwa a bit complicated. Nilikuwa nimetayarisha vitu za kufundisha, lakini naona nimeondolewa huko kabisa. Maybe this message mlihitaji sana. Sasa kule wanatumia element. What's an element? An element is ni kitu ambacho kinatumika kukuconnect na Mungu wako. Sasa walijua jua liko na power. Wakajua mwezi uko na power. Wakajua nyota iko na power. Wakajua maji yako na power. Wakajua hewa hii tunavuruta iko na power. Hizo ndizo element wanatumia kucontrol dunia. Walienda kwa Biblia, hawakwenda nje ya Biblia, wakaenda kwa Biblia chapter 1 of Genesis. Inasema nani? And God separated the earth. He created a bigger light and a smaller light. The bigger light akaipatia power over the day. Akaifanya mfalme wa mchana. So who is the king of the day? It is the sun. When you have the king of the day, is the sun, and it is donated from God. And God made bigger light and a smaller light. And the one that was bigger was called the name sun. And now akaibadilisha hiyo sun, akaiambia utawale mchana. Kwa hivyo alipatiwa manto ya kutawala mchana. Wale wa jamaa wakajua hiyo siri. Nyinyi hawakuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akarudi akachukua usiku, akapata mwanga wa usiku unaitwa mwezi. Akawaambia na wewe be the king of the night. Hallelujah. Kwa hivyo mwezi, the power ikakuwa donated to the night, to the moon. Then akaiambia the smaller light, that is a star, be in the lives of the people and guide the lives of the people. Be in the lives of the people and then guide these lives towards their prosperity. Kwa hivyo mali yetu, maisha yetu yakafichwa kwenye star. Lakini usiku ukaambiwa tawala star, tawala usiku. Mwezi ukaambiwa tawala usiku. Mchana ukaambiwa jua likaambiwa tawala mchana. Nazo star zikaambiwa tawala binadamu. Sijui kama mnanielewa. Sasa angalia, walikuja wakachukua ule mwezi, wakausema ukifuata mambo ya mwezi unaitwa astrologists, na ni watu wa shetani. Astrologists ni za kishetani. Ukifuata mambo ya jua ni astrologists, na ni ya nini? Shetani. Akakwambia ukifuata mambo ya nyota ni astrologists, na ni ya nini? Ni ya shetani. He proclaimed, akakwambia these things are not good for you. But ukienda kwa madhabahu yao, hizo vitu zote vibaya ndio ameweka kwa madhabahu. That is how they were able to rule us. Because they knew if they take away the sun from you, they take away the moon from you, they take away the stars from you, they have ruled you. Wamechukua kupokonya kila kitu. Angalia sasa, tuangalie vizuri, angalia mse kama huyu ako wapi? Ako huko London. Muulize, London iko na population ya watu wangapi? UK? Hapana. Ni 156 million. 100? Na sasa hiyo umeweka Wales na umeweka wapi? Scotland. Iko ndani. Ukitoa hiyo inakuja kitu 100 million. Na 60 years ago, ama 60, wazungu waliingia Kenya lini? 1900, si ndio? Wazungu waliingia Kenya 1900. Muingereza si waliingia Kenya 1918, ndio waliingia Kenya.
By then, what could have been the population of the white people? UK. Tuseme 1800. To approximate walikuwa 1500. Si ndio? But angalia zile nchi walikuwa wameshika by that time. Walikuwa wameshika Kenya, wameshika Uganda, wameshika Afrika mzima. It was other than 500 people. 500,000 people walikuwa wametawala dunia mzima. Unakuta Lord Delamere ako na kishaba, anakuja na anakubadilisha, unakuwa slave. Wakaenda America, ndio walianza America. Wakaenda Canada, mpaka today Canada is under the British. New Zealand is under the British. Australia is under the British. They control through something they call Commonwealth. Sasa niulize, kwani hawa watu walikuwa na akili mingi namna gani ya kutawala dunia? Mpaka saa hii hawa jamaa wakikohoa tunakohoa. Kahawa yote ya Kenya ni ya Charles. Kofi yote ya Kenya ni ya Charles. Mananasi yale mazuri ni ya Charles. Factory mzuri ni za Charles. Ukienda the same Uganda, Tanzania the same, Namibia the same, South Africa the same, wapi the same. Hata Canada, president wa Canada anakoga mtoto kule akiingia Britain, ananyenyekea. Na unajua Canada venye iko kubwa. What is this that caused them to rule? What is this that caused them to have so much power, yet their population is so small? Until today wanatukalia. Wanasemanga policy zao kizungu ndio kinasema dunia mzima. What is this that propelled them? Kizungu ndio dunia mzima. Ukienda kwa America ni kizungu, Australia ni kizungu, wende kila mahali ni kizungu, kizungu, kizungu. Kwa nini? They gave us their language. Wakatubadilisha culture, wakatuondoa kwenye culture yetu, alafu wakachukua culture yetu wakaipeleka kwao, wakaiclone. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sasa wewe ukienda msugu unataka kutetemeka. Wanawake wengi wa Kenya wale wameolewa na tumusugu, kule ni tuchokora. Uto tumusugu tu wote. Ni shokora mutheri. No todo ni muthugu. Ukamuinamirira. No hathi kule wakora ni shokora. Irogota euganagia maratathi barabara. Lakini hapa, msugu kama sasa hapa kukigia msugu hapa, aikie na ni shokora. Utaona vichwa yote. Kanidage goketo kinya ni athugu. Because they cloned our integrity, our mind, our spirit, our systems. Wakatunyaganya, wakapeleka huko. That is why you are poor. Hata kufikiria kwako unafikiria kana kisugu, si ndio? Hebu niambie, si unafikiria kana kisugu? Yes. Kufikiria. Ukiona umefika level ya kufikiria na kisugu, mami, you are a slave. You are not using your mind. Because your mind has been taken away. Na hiyo ndio tunaita kunyaganywa kwa nyota yako. Nyota ikiibiwa. Wakati walijua hiyo yote, wamekunyaganya jua, wamekunyaganya mwezi, walirudi kwako, wakakunyaganya. Kama wangekuwa watu prosperous, wangekuwa ndio wenye kahawa. Kama wangekuwa ni watu wako na nyota, wangekuwa ndio wenye majani, wangekuwa ndio wenye kila kitu. Angalia sasa wale watu wetu wanataka kukimbia. Ukiangalia wakibisi wale wanakimbiaga America ni black people. Ukienda Uingereza wale wanafanya vizuri sana ni black people. Why? What happened? Na hiyo kitu ya Stonehenge inasemekana ilijengwa na black people. Because in the UK, the first people to live there were black men. They were not white men. But they used, walitumia madhabahu na nguvu ya madhabahu kunyakua. And this is why you need somebody. You need a season that God can come and light your candle. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana what they did to us, they dimmed our candle. Wakachukua moto yetu, wakaakishia watoto wao candle. And that is why their kids are ruling over us. That is why their kids are fighting us. That is why their kids can be mean. Wakati ukiuliza hawa wazee wa maumau watakwambia, walikuwa naita mtoto ya mzugu baba mdogo. Na nikimsema kiko na ndevu zimefika pale, kinaita baba mdogo. Kinasalimia baba mkubwa, baba mdogo, baba mkubwa. Unaona kimzee kinanyenyekea, maana kimekuwa dimmed. And that is how our life, our systems, our kila kitu kikabadilishwa, tukaletewa masomo. Sasa hizi unapeleka mtoto wako the British system. But where did civilization ilianza wapi? Civilization started in Africa. Bwana Yesu asifiwe sana. Civilization started in Africa. What is written, hiyo maandishi unaandika, was founded here in this land that we are standing. Bwana Yesu asifiwe sana. The Garden of Eden, it is in this land that we are standing. But now sasa nikiwaambia hivyo, mnasemanga ni stories za jaba. Unajua jaba ni nini? Jaba ni nini? Mogoka.
Kwa hivyo mnakulaga migoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnasema hiki kitu haieleweki. Mnasema hii mtu atuabii mambo. Lakini I just want to tell you that it is you that makes these people continue running. Tell your neighbor, light your candle. But you need somebody to come and light your candle. You need somebody who's ahead of you. Ndio kwa maana nilienda nikachukua. Wakati niligia hiyo nyumba ya madigira yao, huyu jamaa aliniona ni kama nimekuwa chizi kidogo, akaficha phone. Alikuwa ananichukua na phone, akaficha phone yake ndio asionekane na wazungu. Na unajua kule wamemkamata na kaaga huko, wataweza kumweka jela. Mimi nikamwambia, I am a son of a Mau Mau. Mwana wa Mau Mau dakishako. Na madigenyi tani. Mpaka kamama kamwenyewe kakakuja kakasema, can I take a photo with you? Sikalisema hivyo. Wewe ndio ulichukua hiyo picha. Can I take a photo with you? Because aliona kitu hajaiona, mesmerized. Alafu nikamwambia nipatie vitu zote. Nipatie vitu. Akaanza kunipatia moja baada nyingine. Why the woman? Why didn't we find a man there? Why didn't we find a man there? Are you understanding me? Nina wapo. Tuende ya kupokea. Hata ya kupokea najua. Niwapeleke kwa kupokea. Najua mnapenda kupokea. Hazikuizi. It is unlawful, illegal to touch them. According to the huko sheria za huko, utashikwa na ufungwe ndani. Nilikalia na akanipatia. Why the woman not a man? Yeah? Why the woman? Why did I find a woman there, not a man? Yeah? Which woman? It is the queen who enslaved us. So lazima kungekuwa na queen hapo. Huyo aliwakilisha Queen Victoria, akanirudishia vitu zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. I came back with them. Nikabeba makando, nikabeba mavitu vinyago, nikakuja nazo spiritually. Nikaenda nikapata kitanda, guka yangu iwaroigi alikuwa analalia. Nikaikuta ndio hiyo. Nikajibwaga hapo, nikasema ito sito, no ginya sishoke. Vitu zetu lazima. I am not doing a local battle. I'm doing an international battle. Wewe hapo unakaa hapo kinizuia ati nisifanye kazi ya Mungu. Sasa utanizuia niende Stonehenge? Naenda Brazil, there is another portal, there is another gate in Brazil. We have 12 gates and I have to go to all the 12 gates, unlocking them, all of them. Asa kupigana na mimi. Asa kupigana. I'm on an assignment. Na hii assignment Mungu ameiprotect, ameilida. Huyu jamaa alikuwa anataka kutoroka kwa sababu nimeingia protected land. Nikamwambia wewe mzee, kama hutaki, hata ndivyo nilimwambia. Hako doko hata kutoa na nile, just pack and go. Jamaa akaniuliza, "Kwa kwenda kwa lia oru." Nikamuuliza todo he hadoge dwara. Todo imo British ile. Unafikiria kuna mahali unanipeleka? Hakuna, because you have to be bold. When you are capturing back your stars, angalia kule biguni saa hizi, the stars are no longer there. They have been taken by the witches. Huu ndio mwezi huu wa September, Oktoba, tunaingia Oktoba. Mwezi wa nini? Mwezi wa Halloween. November, October, November. Ndio mwezi wana celebrate shetani. Utawaona wamevaa maguo ya black na vitu huko vya kishetani, ama wengine utawaona wakitembea uchi. Kule Europe mzima, America na Australia, kule wazungu wote utawaona wakitembea. Baka mafadha na masista wa kanisa, watu wa Maria, utawaona huko wakitembea nini? Uchi. Wakicelebrate nani? Shetani. Halloween. And this is the reason we had to go there and destroy any altar watajaribu kuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Immediately after that, tukakuja tumeenda kwa mlima. Halo? Tulienda kwa mlima, sema mlima. Tukapanda mlima. Last time mlima ilikuwa na shida sana. Simulijua hivyo. Kwa sababu ilikuwa na hila nyingi ambazo kuna watu walijaribu kutuzuia in the spirit. Kuna watu walijaribu kupigana na sisi in the spirit. Na mimi sikujua, sikuwa nafikiria ati kuna watu hapa wanaweza kutaka kuleta shenanigans na vitu hivi. Mimi nikajua this round I'll be in charge. Nilidelegate watu fulani waongoze, lakini I was strictly in charge of every movement. Bwana Yesu asifiwe sana. Strictly, sema strictly in charge.
Mpaka siku ya mwisho tulitoka na nyinyi hapa Nairobi. Nikakibia nikaenda kwa gate. Nikaenda nikamark territory, nikakamata gate. Nikalipa na nikakaa hapo. Nikawaongojea mpaka mkuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawaingiza. Kutoka hapo tukaenda mpaka kwa kiwanja. Mkanikuta mbele. Mliponikuta nilifanya nini? I anointed you with water. Siye mlielewa hiyo. I anointed you with the first element, water. Because your body is 70% of your body is water. So you are the greatest element. And that is how to open for somebody's gate. You anoint that person with water. Water opens your gates. Bwana Yesu, it connects you with the system. It connects you with the earth. It connects you with God. It connects you with yourself. So kutoka hapo tukaingia kwenye service. Tulipoingia kwenye service, what happened? 2 old men from nowhere appeared. Watu mse mmoja alisema kuna miaka gapi? 106. Na amevaa t-shirt. Na niliona nyinyi wote mlivaa makoti na mafwena. Kwa hiyo DCI alikuwa amevaa fulana 3, jaketi 3. Alikuwa anakaa hivi anaona kama anatembea kama kale kitule tumutu tunaitoa Eskimo kwa sababu ya baridi. Kamseka miaka 110 kalikuwa kamevaa t-shirt kama haka. Na wakakuja. Sasa nikaangalia ile kitu ilikuwa inanisubua kwa kichwa. Watu venye niliwaona wamevaa. Alikuwa amevaa zile nguo za magwada zile za Wakikuyu na kikofia kile kia manyoya. Hiyo si manyoya ya busi. Hiyo ni ile kitu inaitwa nyani. Leta kwate. Leta kwate. Buyo. Ndiyo alikuwa amefaka. That is the highest crown of a gatekeeper. Hiyo ilikuwa inavalishwa mwadhamaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakakuja. Tubuze tunaenda tukitetemeka. Walipokaa chini wakasema tumekuja ku hand over. That this thing was given to us 1948 and we have been looking for the people that we give a hand over to them. Sasa they surrendered. Why did they surrender? I connected na zile vitu nilitoa kule Stonehenge zao. Na kufundisha jinsi ya kupigana vita za kiroho. Ndio wale wanataka kupigana na mimi. Mujaribu kidogo. Mujaribu tu muone kama kuna kitu mtafaulu. Mimi na operate na 6D. Wewe hata 3D ama 1D hauko. Sasa nataka imagine what kind of a human being you are dealing with. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Simuliona kwa kasi yetu Google wale polisi wa Kenya walikuwa nasema ni kunihusu. Walisema mimi ni ghost. Sababu walikuwa nakuja kunishika nimekaa chini lakini hawanioni. You imagine. You imagine. Nikiona kage behave funny. Because I am far away from you. Na si watu wengi wanakuaga hivyo na si kupenda kwangu. Kwa hivyo bear with me. Nivumilie tu. Ukiona nimekaa mkali wewe rudi chini kwa sababu mdomo yako itakumaliza. Kama nilihetwa hii mwili yangu iko na risasi. Mwili wako sahihi. Ule dakora demoni. Iko na risasi. Sumu nimekunywa mara 9. Maradhi hizo zote kuwekewa mara 9. Huyu unaona huyu wa Manyoro huyu. Alikuwa hapa Nyati House. Akiwa special DO. Na ndio walikuwa nafinya watu. Huko Makai. Walikuwa nafinya watu huko. Na mimi nilipitia kwa hiyo process yake yote. Unanielewa lakini? Dahinyiro makaima gehinyo dahetokire process hiyo yote. Huyu ndiye alikuwa anafanya nani? Ya favorite man on earth. Wakiwa huko na Wabora alikuwa governor huko nani? Niebu. Na Ntebea. Hii watu wote unaona wa administration, they were there in Nyati House. I saw them. Hadi walikuwa natufinya huko. Mimi nilikuwa nabio kaa mzuri mzee, kaa mzuri tukuonyesha maisha. Anakufinya vizuri, akikuita unaita mama yako, unaita shosho yako, unaita watu wenu wote wa familia mzima kama amekuangalia tu hivi. Unadodosha macho ya buraki, matosi ya buraki. Acha hii mnadodosha saka hii. Unadodosha. Unakaa hivi jicho linakaa hivi unaona ni kama jicho linatoka. The pain that you are going through. Hello. Lakini niko sawa. Simuona nimenyoroka. Koki. Hata nimenyoroka. Niko sawa.
Niko sawa. Because I am here on a mission. I am not your character. I am here on a mission. If you are not here on a mission, then you are not my character. You need to go and find your characters who are not here for a mission. Me, I'm on a mission, and I have to accomplish what God sent me here to do. They have tried everything. Wamefanya, wamenifinya, wamenisqueeze, wamenifanya, wamenipiga risasi, wamenipeleka jela, wakaniweka kwenye mashini ya kunyoka, wakaniachilia mashini ikafinywa. Badala nipeleke chini kanirudisha juu. Wakaniambia wewe ni wa juu. Wewe ni wa nini? You are a child of the Most High. Sikukufa. Walikuwa wameamua. President alikuwa anangojea tu kusikia kichwa imekatwa. Kaongoja mara 2, nothing happened. I was set free. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa chini mafurahi siku ule mjamaa anakujaga hapa. Hajakuja for a long time. Yule Mumero, yule alikuwa na head the hit squad ya kunitafuta. Ana tumuita kate. Mudhaura. Sina kujaga hapa. Nitamwambia Sadi atakuja wapatie testimony. Hapa pale Gara kuna kilabu ilikuwa inaitwa Supermabo. Na usiniulize Supermabo nilijulia wapi. Hapo kwa hiyo Supermabo. Sasa walijua Supermabo niko huko na wakaisarau yote. Walipoisarau wakajua sasa leo ni kumalizia kwa jamaa. Mimi nikajua nimesaraudiwa na nikajua nimeenda leo lazima niende maana there is nothing. But the way I stepped out, nilipotoka nilipita mbele ya Mudhaura. Mudhaura ananiambiaga aliona ngamia, hakuona mtu. Aliona ngamia, hakuona mtu. Mudhaura akajaribu, akapiga risasi, iligonga ukuta. Si mnaonaga hapa? Iligonga, for me sijaisikia story kama hiyo. Iligonga ukuta, ikarudi back, ikamrarua hapa. Sasa niambie, what else do you want? What else do you want? Kama naenda nachukua jamaa huyu namwambia tuende Stonehenge. Mvua ilinyesha ama haikunyesha? From the airport nilipokanyagisha, nilienda nikatoa viatu zangu, nikakanyagisha mchanga wa airport pale kwa barabara. Nikaambia mchanga nimefika na sasa ninataka unipatie vitu zangu zote. That is how you control. You just don't get into a territory and don't negotiate with the territory. You negotiate with the territory. You tell them you are here and you are here for one purpose, mission. Nataka vitu zetu. Na nilipo mahali pote nilienda, hakuna mtu alinipiga, hakuna mtu hata mmoja. Hata wale wamepewa custodian pale, they gave me room because I have negotiated with the territory. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakuja kupigana na mtu mwenye amenegotiate na territory ya Kenya. Amenegotiate na territory ya Europe. Amenegotiate na territory ya all over. You cannot fight, just give up. Wachana maneno mingi. Tuliza uwaja ni mdogo. Wapi mwenzako tuliza uwaja ni mdogo. Na uwaja ushakamatwa. Wale watu wanaelewa what we are doing, they know. Kama wao tulikuwa na wewe kule kwa mlima na hukushika kitu kilifanyika pale, then wewe ni damp forever. Wazee walipokuja wakatunenea baraka na wakatunenea nini? Na wakasema chukueni sasa na muende mhubiri amani. Hiyo ni manto tulipatiwa. Haleluya. Hiyo ni nini? Ni manto tulipatiwa. Waka withdraw, wakaondoka, tukaambiwa chukua. Nataka niseme sio kutoka leo. Hata wewe manto yako ambayo ilikuwa imeibiwa, ichukue in the mighty name of Jesus Christ. Receive everything that you lost. Iwe ni pesa ulipoteza, iwe ni ndoa ulipoteza, iwe ni mali ulipoteza, pokea mali yako yote, pokea vitu zako, pokea watoto wako. Watoto wako waliibiwa wakapelekwa kwa changaa, wamewarudisha katika jina la Yesu. Whatever kind of life you are living today, and this is not the life that God perfected for you, may God restore the lost glory. Ile miaka yako imekuliwa na canker worms, na tunundu, na tutambi. Tutako tunundu na tununundu. Ama inatakwa nini? Nasema kama ya Kiswahili inakuwa tamu sana. Inatakwa mandumado na nini? Tunundu. Nani yako na Biblia ya Kiswahili atufungulia hapo? Inakuwa tamu ukisoma. Yaani miaka yako ambayo imekuliwa na tonondo na mandomando na tunusunusu imeregeshwa. You needed somebody to come and light up your candle.
Mwambie leo maekando inawaka leo. Na tukimaliza huduma, tukimaliza service, kama kuna kando hapa, watu hawa wapatiwe. Na kama hauna kando, kama hakuna, mkimbie pale mnunue. Mkuje muhakishe hii moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui mnaniuliza hii ni ya nini? Hamjaniuliza? Si mniulize ndivyo mnataka kuuliza maswali. Ni ya nini? Hii nilihakisha jana usiku. Nyinyi kama mmeenda mlichoka mkaenda kulala. Mimi sijalala, sijafuka jicho. Sijafuka. Ndio mnaonaga sometimes nakaka kama mwenda wasimu. Sijalala kutoka this is my 4th day. Sijaifuka macho. I'm keeping watch. Bwana Yesu asifiwe sana. Then kumetokea unabii siku 3 za giza. It was not a joke. In the spiritual realm, it was there. Siku 3 za giza. Hadi kutakuwa totoro from jana usiku mpaka 72 hours kutakuwa na giza. Na mimi nikasema hakutakuwa na giza. That is how I tell you, we command spiritual realms. I came here, nikakuja nikachukua kando ambayo inaweza kusukuma 72 hours. Hii itakaa hapa 72 hours. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakaa hapa kuhakisha. Waliweka giza. Already walikuwa shaweka. Waganga na wachawi na Illuminati na Stonehenge people walikuwa wameamua. Hata systems za dunia. Si unasikia hata inaitwa nini? Safaricom wanasema kesho hakuna services. It's part of the system. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda UK wanasema there is something that is about to happen tomorrow. Si ndio? Ndivyo kwa walisema. They have prepared. Wakati wa siku 7 ile 7 day, the red moon, kulipiga alarm all over. UK mzima simu zote zilipiga alarm saa 9 mchana. Simu zote. Hata yangu ilipiga alarm. And they have walikuwa wamewaona kutakuwa na alarm. We are testing. What are you testing? It's no test. They were setting. Na mimi Mungu alikuwa amenituma huko to unset. That is my role. Utakuja na mipango yako hapa nitaiunset. Utaset vitu zako zote na nitakuwa unset. Na hakuna mahali na nitaendelea kuwa arrogant. Niliona mudu ki arrogant. I'm just that way, arrogant. Yeah, don't expect any good man from me. I'm not a good man. Yes, look at me again. I am not and I will never be a good man. And I will speak anything to you as long as I'm unsetting you. Because I want to unset and then set. And you cannot unset that which is controlling you. You have to be super. You have to be higher than them. You have to be in control. You have to be in charge. Hawezi kukuja hapo kana tumutu tuwili tuanze kukubebeleza kukupeleka hivi kupeleka kona. You break the chain immediately. Ukiona kamianza kukuingiza kwa box, we break the chain. Na unatoka because you are a superhuman. You are alone on this earth. Yes. Uliza ule ndio atakwambia. Ule ndio atakwambia. Mimi mambo amejionea UK. And nilikuwa mgeni. Lakini nilimuokosa mahali kote tulienda. Nilimuokosa. Akaniuza hapa wamenye ilikuwa I had been taken there. Nilikuwa already mahali popote naidaka mbele. Napeleka kwa mbele. Ninaonyeshwa barabara hii kila kitu. Mimi nikienda tu naidaka naambia msee tuingie hapa na niusa hapa na hapo tutapotea namwambia todi. Tunatokelezea mahali anauza hapa ulijuaje? Namwambia wewe tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the essence of operating within the spiritual realm that God has commanded you to be in. If you can only obey, if you can only live according to the plans of God, you become successful and you win every battle and you conquer everything. And every mountain before you, you conquer them. And the people before you who think that they can be able to conquer, you destroy them and you make them zero. You make them zero. Mimi ukicheza na mimi nitakumake zero. Zero. Nitakureduce to ashes. Because I have the power I have been given. But now I cannot do that. I cannot until you provoke me to be in that situation. Because nimepatiwa power ya kungoa na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Jeremiah chapter 1 verse number 10. See today I have set over kingdom. I have set you over kingdoms and nations. To do what? To overthrow, to pull down, to tear down, to destroy, and then to plant and build. Sasa tunaongea mambo ya kingdom. Hatuongei mambo ya dada wetu hapa. We are talking about kingdom. And you are not a kingdom. Si unaona utakanyagwa na hakuna mtu atajua. Utakanyagwa tu utasikia hata hakuna mtu atajua kama ulikanyagwa. Maana you are not what is. You are smaller than what the battle is.
The battle iko juu kabisa. That's why ninatumwa kwa Mwingereza, natumwa, nilikuwa Spain, nimekuwa Vatican, nimeenda France, nimeenda Germany, nimeenda America. All of these places, not for luxury. I've gone there for a mission. And I want to inject this spirit into you. That from today may God use you to crush kingdoms and the nations and then build new altars. That wherever you will go, wewe mwenyewe kufika tu bila hata kuongea maneno, you become an altar and you destroy anything. Yani you, the altar, destroys anything around you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ningesema Prado mungesema amen mzuri, lakini ni sawa tu. Juu hauelewi itakaa hivyo. Kama hujui itakusaidia na nini? Ndio kwingine hapa mlikuja kwa sababu ya miracle. Mwingine alikuja kwa sababu ya dora. Mwingine alikuja kwa sababu ya whatever you came. Whichever vehicle ulitumia kukuja hapa ni mzuri na wewe. Lakini sasa vehicle ukiingia hapa ubadilike ukae kama vehicle ya hapa. Umesikia koki? Ile vehicle ilikuleta ile matatu forward ya kutoka kule. Hiyo ilikufikisha wapi? Hapa. Sasa ukifika hapa utatii. Mama ameshagaa. Wewe unaomba hujia. It's only that I'm different from other wahuji. I don't preach like them and I don't. Na hakuna kitu tunaweza kusikilia nao. Sasa wazee walipokuja wakatupatia kando, wakatupatia moto, wakatupatia mamlaka, and the mantle ika shift. Kumbuka tulikuwa tumejaribu kuhakisha msumai na kata, lakini ilipowaka ilichoma mchanga ikaanza kuugua, ikaanza kuwaka. Did you notice that? Because we spoke to the element of the soil. We burned anything ambayo soil ilikuwa imeambiwa ishikilie yako. Kama haukuja huko ulipotelewa na kitu kikubwa. Because that's the time we spoke. When the fire ilianza kutoka chini ikachoma, unaona ni kama petroli imemwagwa kwa mchanga. The powers that were used to control or to take away what God had put in you ilichomeka zote. Now you are free. Now you are free. Now you are free. Shamba lako litakukubali, ndoa yako itakubali, biashara yako itakubali, watoto wako watakubali, dunia yako itakubali. You will be successful. Kama vile Isaka alienda kwa shamba ambayo ilikuwa na haina mvua miaka 6, akapanda na akavuna. Utavuna mahali ambako hakujawahi vunwa. Utavuna. Yes, utavuna. Utaenda utapanda kalisa maidi na itamea. Mpaka wasikie wivu wa kuanza kufunika visima vyako. Na wakizima unaenda kwa kingine kinafufuka. 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 Watazika vote mpaka wakati watasema Mungu wako ni mkubwa. Watasema your God is greater. Mpaka useme hii ndio Rehoboth. Usijali. Masiku za kuteswa ziliisha jana. Masiku za kuonewa ziliisha jana. We conquered. Yes, we went and saw and did what? And conquered. We are now victors. We have taken over. Sasa leta tumule tumuto tulikuwa tunasema. Sasa Mungu akaniambia ndio ujue umekonka na nimekukubali na nimekukabidhi the scepter. They are saying there will be darkness 3 days. Eda wabie there is no darkness. Na kaniambia vile nitafanya. Kaniambia niakise kama mshumaa tu. Silaha ni mshumaa. Lakini usiende kuakisa useme sasa. Stima ya Kenya Power ikipotea unasema I bring fanya power. These are prophetically done with prophetic steps. Bwana Yesu asifiwe sana. You do it prophetically with prophetic what? Steps. Because God has a plan, a good plan for that matter, to light up your life. And this therefore, tukakuja jana usiku na wale tulikuwa na wao, tukaakisha this candle. Hallelujah. This candle is projected to itawaka for 72 hours. These 72 hours walikuwa wamesema ni za giza. Na sisi tumeakisha. Angalia kule nje. Kuna giza kule nje? Hakuna giza. Na hakutakuwa na giza. Na uende waambie nabii yote alikuwa amesema kuna giza, mwambie is a prophet of doom. Tuna change. Si ati kungekuwa. Yes, they were right. Kungekuwa. It is prophesied worldwide, not Kenya. It is prophesied worldwide.
kungekuwa the 3 days of darkness. It was prophet. Ambaka makampuni ambao wanaendeshwa na watu wa Freemason, they were all ready for that. Safaricom was ready for that. And major companies in the world that are led by the Freemasons, they were ready, preparing for that. Ndio wangefanya maintenance, wangefanya vitu zao, walikuwa wameplani vitu zao za kufix, kuchange. In the night when it is darkness, that is when the thief comes and steal. That's the plan walikuwa wamepanga. Kugeuza the system za Kenya zitoke Kenya ziende kwao. They are all here. Trump saizi yako wapi? Trump yako wapi? Ako UK. Kwa mtu wake. Wakiulizana haha tugwikate. Kenya ni atore mari utugwikate. Mugaga wako anawaambia kuna kajamaa kako huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakaona tukiwa kwa mlima. That is why jana nilikataa tusiende live. Wangetusima kwa hewa. Yeah, mtaiona kutoka leo. After you have conquered them. Hello. Kuna njia ya ku shift. Ukitaka kuingia kwa kehidie, unaingia unakaa huko chini. Wanasahau ni wewe. Alafu unachomoka. Within 24 hours, that is when they can fix you or unfix you. Within 24 hours of operation. So lazima ukoje 24 hours of operation zitoke ndio waonyeshe we did it. Hallelujah. Tulifanya na kukatendeka. Hallelujah. Ndio uliona hapa asubuhi nikichamuka kidogo. Maana walitumana. Ilipitia huyo jamaa alipitia wapi? Tumesikia amepita. Alipitia wapi? So that they wanted to react against me. They have tried. Kutoka Sunday ile ingine. They have tried everything to break me down. Mpaka kuna mhubiri mmoja bishop mzima alikuwa ameniambia ati tumesikia unaenda kwa mlima. Nikamwambia ndio. Unaenda lini? Nikamwambia 19. Nikamuuliza ulikuwa unatakaje? Tunataka sisi kama tuna viongozi wa kanisa tumeshikana, tunataka kukusaidia kupeleka watu wengi mlima. Nikamwambia leta msaada. Akaniambia hapana, ukichange date kutoka 19 uende 30th tutakupatia. Kwa sababu hapo ndio tutakuwa tumejipanga vizuri. Tunataka kupatia 5 million ya kwenda mlima. Kama ingekuwa roda ungesema 5 million ikuja kwanza. Mimi nilimwambia sasa fanya hivi, ndio nimeenda kuchange date. Nimeenda kuchange. Kwa hivyo wewe endeleeni kupanga. Endeleeni mipango yenu. Pesa mulete, nimeenda kuchange. Nikachomoka, nikakuja. Saa hiyo tukakuja, nikaita DCI hapa, nikamwambia endeleeni mkalipe gari, na Grace hapa nikamwambia mwende mkalipe gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe walikuwa wamejua mpaka zile gari tunatumia. Nikapangua hiyo mpango, nikachange magari, nikaleta magari mengine. Lakini bado gari moja nasikia iligogwa. Kwa sababu walikuwa wameproject gari kama 3 zianguke na ziue watu. Damu hiyo itaibebwe, ndio ikuwe damu ya sacrifice ile walikuwa nataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unashindwa nini? Tushashida. Acha ashindwe na action. Ashindwe na prophetic action. Yes. That is why you see me, I'm an arrogant pastor. Because I know what I'm protecting. You don't know what I'm doing. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mliona kuingia kiwanja nilikuwa number 1 na kutoka nilikuwa namba ni wa escort mpaka niwatoe huko. Maana mlikuwa mmeogojewa hapo na wanyama. Yes, they had projected everything to stop it working. Wazee wenyewe walitoka wapi? Walitoka the other side of mlima. Mungu akawaambia mvua nitanyesha, ikimwagika mvua mpeleke hii kitu. Ilinyesha the other side. Si walimlisikia wakisema walikoja mpaka mvua inyeshe ndio wakuja. Na wakakuja. Wakapatiana vitu zetu. Nitawaita hapa. Nataka tuwabalishe nguo, si ndio? Tuwarudishie shukrani. Mtengeneze wale watu wanatengenezaga ile kitu ya wazee, ile raji ya wazee ile wengi. Na hiyo mtatoa pesa. Umesikia? Hata kama unatoa kwa partner na ingine hii mtatoa. Deda moja herere ale maikole moneda farisi yako. Utembea na mimi lazima you have to bear the brand. Hello. Si unaona wengi wako kuja. Wale walisikia masharti imekuwa gumu na hivyo ndio masharti itakuwa. I will not entertain nonsense here. I will not entertain. Because nimeanza kuona mtu tumeanza kutumiwa na hawa hapa. Kukuja kunifanya nikuwe irritated, nikasirike. Ndio nikose mwelekeo. Dikorakara. Ndaja wasumai. Dikorakara. Kama walikuwa projected kufanya ati mimi
Ndego thekagia. No kwenda guthii Serena umuthi Raji nani? Nani anataka nimpeleke Raji? Ati nini? Yaani mliniondoa kwa mafundisho ya leo kabisa. Najaribu kurudi, imekataa na imekataa. I think that is what God wanted me to tell you. Imekataa kabisa. I had prepared lighting the candle, niwafundishe biblically, lakini imekataa. Yaenda kuongea maneno inaondolewa. Kana wala tuma. Ndio komenya. So therefore, whatever we did and the many other things that we'll be doing. Sasa kuna wale nataka tuunganike pamoja, hii si haitabeba hatutaenda na mama kama hawa. Ni kupanda mlima ni 4 days. Yeah. Hiyo siwezi enda na wewe. Kuna watu hata ukikuja useme unataka kwenda nitakukataza tu. Because itaenda kutusumbua huko juu. Kwa hiyo nataka mtu ako na stamina, mtu ako na nguvu. Wewe kwanza ujaivaa trouser. Ndio weke la trouser. Ndio imagine weke la trouser. Ya Maria. Hiyo tutaenda mlima, tutaenda na watu chosen ambao Mungu atawachagua. Aliniambia atanichagulia. Tutaenda mpaka huko kwa mlima. Ndio kuna kitu kitafanyika huko. Kutoka hapo the world will be lined. We are aligning. Sema I am aligning the world. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is something that is somebody will really want to have been chosen to do this job. But God decided to pick on this ministry to do it. Tufurahie uone you are changing history. You are changing the world. You are changing things that nobody can dare. Nilienda siku nyingine nikakutana na Bishop wangu Harrison Ng'ang'a. Akaniambia tulikuwa na sense. Tulikuwa tumeenda sherehe hapo ya jamaa mwingine. Ng'ang'a aliniambia I'm very proud of you. Nikamuuliza dadi unasema nini? Akaniambia zile vitu unafanya mimi I cannot dare. Siwezi jaribu. Yaani unaenda dunia ingine unaenda kusima mapepo za huko na zinazimbika. Hiyo mimi siwezi. Hiyo ni yako. Na hiyo nitakusupport kwa hiyo line yako. Nikajua oye. Huyo ndiye angekuwa pigabisi kwa maisha yangu. Ndiye angekuja akaniambia, "Wewe tutikane na maodo masio." Venye Joseph alifanywa na baba yake. Tutikane na maodo masio nime huko nina. Alisema, "I am very proud of you." Nikajua hapo nimetoboa. Baka Asese akaniuliza. Asese akaniuliza, "Kwani huyu mzee anakupatiaga heshima namna gani?" Nikamwambia, "Si heshima, ni kujua kucommand. Tengeneza territory yako, hakuna mtu ataichezea." Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza territory yako, nobody can dare coming there. Na tule tunakuja kurukaruka huko ndani, tunasiagago. Ushaona ile kitu ya kusiaga dhara ya ng'ombe. Venye inakatanga dhara, ria. Kama mtu kakiingia kwa territory yako kana kiao. Mpaka mnashinda kula. Kale kama mtu kalikuwa hapa kaliendaga namna gani? Unaambiwa kalisiagwa na chakula kana kuliwa na kuku pale chini. Tusome kitabu cha Mathayo, si Mathayo ni kitabu gani sasa hii? Tusome kitabu cha Psalms 18 verse 28. Psalms 18 verse 28. For you will light up my lamp, the Lord my God will enlighten my darkness. The Lord my God will enlighten. That the Lord, you make my lamp burn brightly. My God is my light in the darkness. Yani Mungu wangu ataniakishia moto, ataniakishia my light. And from today I decree and declare to you that your light will never stop again. Whatever that God destined you for, kama ni biashara, kama ni ndoa, kama ni kazi, whatever it is, God will lighten up. Mungu amekuhakishia your candle, amekuhakishia neema yako. No weapon fashion against you itatoboa. No weapon. Hakuna hata wakijaribu. Sasa ukienda huko kwa kishaki kwenu, enda ukianeleraga, "Wachawi, kujeni sasa. Aragi, oragani, aishiacha ta. Ukaide huku kujeni." Uone venye watafanya, watavinyangwa. Maana you be now consecrated. You are no longer the person that used to be there. You are no longer the person that they used to torment you. Wamekaa wakikukanyaga, wamekula vitu zako, wamevunja ndoa zako, wamevunja biashara zako. Today it is a reverse. I reverse whatever they said against you. I cancel whatever they said against you. Any negative word over your life
has been cancelled. You are not going to be the tail, you are going to be the head. You are no longer, now you move from being the tail to the head. Hakuna kitu atafaulu sasa. Di mama shogode. Nako shosho wanyinu ya morogi. Nenda shogode, nenda upite kwa shosho na umugoge hivi. Na upite hivi. Na umwangalie usikie my reaction. You are no longer the person. Na igwa mtu mioyo. You are no longer na kamutu karege kuthaka nawe. My God will enlighten. My God will enlighten. My God is the light in the dark. Walisema watakuwa na siku 3 za giza. Na sisi tumesema tutakuwa na siku 3 za mwanga. Katika maisha yako walisema kutakuwa giza. Kutoka leo ninakuhakishia taa yako. Ninakuhakishia taa yako. Je, kuna kando huko? Kama kuna kando lete tuwakishia watu hawa. Ya tuwakishia kila mtu mwaka. Nimwakelie. Todo omeke ifukurege. Nimonega tukituke netuthomire Biblia. Proverbs 20 verse 27. Proverbs 20 verse 27. Halabasha katarabo. Lord, you make my lamp burn brightly. Oh my God. Sijui kama kuna watu kanisa hii wao wanasikia Mungu akisema, Lord, you make my lamp burn brightly. My God is my light in the dark. The Lord makes our human spirit like his lamp inside us. It shows us what we really. That is how we look like. That is how you are. That is what makes you the light. Si kama mnanielewa. Kana mwana nakata na muha. Una tarika tu ikana nakara ya. Una tarika namu. That the Lord makes our human spirit, that your spirit now has been brightened. Your spirit that was dimmed. Nimekuelezea nikianza hapa. It is not physically they do it. They did it spiritually. They clone. They do this. Wanajua huyu ndio hako na power, but they don't have access. Wanamshikanisha na kimwanaume kingine. Kinakuja kwako, kinakunyonya. Wanapeleka. Unawacha ukiwa empty. They know how to clone. They know how to do these battles. Even you, this was given to you. Hii haikuwa ya watu wa shetani. Hiyo vitu zote wanafanya. They have copied from the Bible to their benefit. They have ruled the world from the Bible. They dressed Mount Kenya from the Bible. They did everything. Lakini wewe hata Mount Kenya hujui iko pande gani. But Queen Victoria alitravel without a ndege. Alikuja na nini? Na boat through River Nile. Wakateremka wakafika huko. Zinaweza kutosha? Bana. Wataenda kununua. Wale watabaki service hiyo ingine. Muende mnunue niwakishie moto. Ule. Ndio niakishe kwako. Kama imezima manabii wote wa dunia. Hii ni mambo ya Elijah. Ni Elijah ama ni Elisha? Aliita manabii wote 400. Akawaambia akishifanyeni kazi yenu. Tulikoja mpaka saa 6 usiku. Nilikuwa hapa. Sasa hiyo ulikuwa hapa. Umakira toini gya gatatu. Mami. See that? Sasa hiyo ulikuwa wapi? Kabisa ulikuwa kwa ndoto ya ngapi? Ya 3. Wakati na mimi niko hapa nikiakisha moto. Imagine maisha manajikana. Ni malito. Na kwenda kwa ile to nini? Na sikwenda kulala. Nilienda kugojea nione. Na nikaambia Mungu, I want to witness how powerful you are. I want to see your word being fulfilled. And he fulfilled. Niliamuka, tumekuja hapa asubuhi saa 9 nilifika hapa. Nilitoka hapa saa 6, nilikuwa hapa saa 9. Doctor, that is the life I'm living. Don't sympathize with me. Don't. I am not a perfect human being. Mimi ni kimutu tu hivyo. Lakini the way things are happening around me, it is beyond me. Ukinistop utastopishwa. Unaona hiyo? Ukisimama hapa tukuzuia, ati wewe unafanya wewe ndio kisuguu, unataka kusuguu, utasuguiliwa. Na huyo Mungu aendelea kuitwa nani? Mungu. Mimi niliwitness Mungu when alifanya muujiza hapa the other day when my sister here alikuja. My sister said, this is a living testimony. Sema living testimony. This is a living testimony. Huyu mama
alikuwa hapa, alikuwa na kaaga hapa kwa hii kiti pale. On a Friday tulikuwa na kesha hapa. Sijui kama ulikuwa umeendea kamote, ulikuwa umeendea nini? Ulikuwa umetoka kasini. Mama kukuja kesha hivi. Sema kukuja nini? Akakuja pale, akafika pale. Si ulianza maisha ilianza kufikia wapi? Nikivuka barabara. Akasikia mguu umeanza kukua mzito. Akaanza kukuja hivi. Akaingia akapanda hapa stairs. Kupanda stairs, ndio huyu hapa amekaa. Kidogo kidogo nilimwona hivi. Mate inamwagika. Mimi nahubiri, naona huyu mama ni kwa nini mate inamwagika? Nikaona mdomo umeanza kwenda. Nikamuita akakuja hapa. Nikamuombea. Nikamwambia ndio kae chini. Hiyo kitu ikifanyika nimeistop. Mama alitoka hapa kaenda pale nje akatapika. Huyu nyinyi ndio mlimpeleka hospitali. Ubongo ilikuwa imepasuka. I want to show you a living testimony. Ubongo mkiha ilikuwa imepasuka. Lakini venye tulimwombea hapa nje akatoka kaenda akatapika hapo. Alipofikishwa hospitali akaambiwa kama hangetapika hangekuepuka. Mama akaambiwa you are out of danger, there is no operation. Mtu anaenda hivi. Mdomo iko wapi? Hospitali wakamwambia they have never seen such a case. Bwana Yesu asifiwe sana. They have never seen what? Such a case. And after 5, ulikaa hospitali siku ngapi? 2 days. Na usikie mimi babangu alipasuka ubongo. Tulijaribu kumpeleka mpaka ICU. My own father. Alikuwa na pressure. Alipasuka. Tulijaribu kupeleka mpaka the best ICU. Tukaambiwa na daktari don't waste your money. Msema ameenda. Nikamwambia very stupid. Wewe ni mjinga. Msema gani ameenda? Wewe ndio umeenda. Nikamtoa hiyo hospitali nikampeleka Igini. Nikaambiwa hata usimuingize hapa. Mpeleke moshari ya nini? Ya serikali. Nikamwambia unaita baba yangu maiti? Nikauliza huyo daktari, unaita baba yangu maiti? Nilimzaba kofi. Akakaa chini. Akaniambia baba yako si maiti. Lakini mpeleke kwingine. Nikampeleka kwingine. Huyu damu ubongo yani the brain ilikuwa imepast. Are you getting me? Mnanisikiliza? Lakini tukaambia Mungu huyu mama asikufe. Maana yeye alikimbia kutoka pale, alisikia ameanza kukufa. Akasema afadhali nikufie kwa kanisa. Mna imagine hiyo statement? Afadhali nifanya nini? Alafu sasa hizi kanisa ingekuwa wapi? Ingekuwa wapi? Ni mtu tulikula. Mimi nikasema Mungu, sio hapa. Huyo akufi. Ndio kukwira huko. Na Mungu akasikia. Madaktari in 2 days mtu wako na ubongo imepasuka. Akapona. Alipokuja hapa ulituambiaje? Yes. Umesikia? Niko tayari. Sasa ukatoboa. Thank you. Ndio ikalele. Pigia Yesu makofi. Nikikwambia maneno hivi venye nakwambia, sikwambia ati nikuuzie uoga, nakwambia because I understand. I know what God is doing with this nation. I know what God is doing with us. I know what God did with us, and I know where God is taking us. I know. So please nakusihi, nawasihi, na ni damu dhaidha. Nimekona damu tulelie maru. Ni damu dhaidha tu. Please I beg you. Hii kitu kama unaona hauwezani nayo, shuka hii gari. Kama unaona kabisa hautatoa the line, shuka tu hii gari. You are not permanently here. Hujapigiliwa msumari. Wewe shuka tu, maana itakuletea mambo ingine baya. Itakuletea bad things. Unasikia huyu anasema na nani? Amesema aliapa kutoka siku hiyo hata cheza na Mungu tena. Ndivyo alisema. Aliapa kutoka siku hiyo hata cheza na Mungu tena. Na wewe haona ndio kama ndio wagushuha na kumushuha. Amushuha ono mithagia jereri. Kadie thakaga na inyu. Kethekaga. Tumesoma gani? Tuko wapi? Proverbs 27. The Lord makes our human spirit like his lamb. Now you are the spirit yako. When you connect with God,
and you be part of the processes of God, automatically he makes your human spirit to be a lamp. So wherever you go, you become a lamp. Ukienda America, you become a lamp. Ukienda Kiserian, you become a lamp. Ukienda Mombasa, you become a lamp. Yani wherever you go, you become a lamp to everybody. Naona kila mtu anakuangalia na kila mtu anakutegemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu anafanya nini? Anakuangalia na kila mtu anakutegemea. Maana kuna kitu kimewekwa ndani yako ambacho si kawaida. Kuna power imewekwa ndani yako ambayo it is not an ordinary power. It is something that does not exist with any other human being. And this is why you become marked person. Everybody, ukienda mahali popote, you are marked. You are identified, easily identified. Na kila mtu unaona anataka kujua what next comes there. And then he says, it shows us what we are really like. When you have the lamp imewaka ndani yako, it reveals who you are. It reveals the powers that you carry. It reveals, yani inakutoa picha ya kile kitu wewe uko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, I am that person that God is mightily using. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome ingine Matthew 5 mstari wa 14 na 16. Matthew 5 mstari wa 14 na 16. Ndio tumalizie hapo. Ni saa ngapi wadugu? Saa 7:30. Nimeona watu wameanza kupata njaa. Wanataka kuenda raji. Mimi nilianza kuhubiri saa 11 asubuhi. Ikiwa kidole na maitho madhogo tadali wanyu. Mstari wa ngapi? Wa 14. Yeah, good. You are like a light for everybody in this world. Did you know that? You are what? A light for everybody on this world. So behave. So be a good character. Wewe ni mtu ambaye ni moto, yani you are light. Wewe ni mwanga for everybody in this world. Everybody should be looking at you. Kila mtu, ukienda kwenye biashara wanakuangalia. Ukienda kwenye ndoa wanakuangalia. Ukienda kwenye kazi wanakuangalia. Ukiingia kwenye kanisa hii watu wakuangalia. Ukuwe mtu wa dhamana. Ukuwe mtu wa dhamana katika nyumba kama hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukuwe mtu wa dhamana kwenye huduma. Ukuwe mtu wa dhamana kwenye kazi ya Mungu. Ukuwe mtu wa dhamana kwenye mtumishi wa Mungu. Kuwa dhamana kwake. Kuwa baraka kwake. Wacha kuwa chukizo kwake. Wacha kumfanya agrieve aliye. Mwache kama unaona haufaidiani naye. Kama unaona tabia zake si nzuri na hafanyi mambo mazuri, muondokee. Just get out of his life. Muondokee tu, tikana nake. Kama ukiona huyo mama ambaye Mungu amemteua for purposes, don't go na yeye kama unaona mitugo yake ndiragwetikiria. Ukigwa kihujo gya kwake tinagukenia. Tia kuka kungangana. Thie haria hage hena kihujo gya kwake ndiragukenia. Tigana nani. Ni ugo niguo hiana na ndigecenjia ande jikaga maundu original. Ule dasha. Geria muno wa adapt. Nigwa wona Maria nyokete muthe. Tukaragie ni ai we guku na kuhea gitio giaku uri kwa kikwira Maria ndako guku acha adigakwira umuthe ni okete Uka nyatigire no kakari muruwe na raikake masukire kana Dako. You are the light of the world. Nipatie tu tafadhali. You are the light of the world. Everybody in this world. If people build a city on a hill, then other people can see it easily. Verse 15. Nobody lights a lamp, then puts it under a pot. He will put the lamp in a high place. Everybody who is in the house can then see the light from the lamp. You put it. Shine yourself. Put yourself into the hill that everybody will see you. Na watu wanasema, indeed, this is a woman of God. Indeed, this is a man of God. That is why you see, when I do my things, I don't do things nikijificha. Naendanga muzima.
kwa sababu sifanyi nikufurahishi. Nafanya kwa sababu I am pleasing my God, because mimi ni star ya kumulikia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 16. So make yourself that light. Don't complicate people's lives. Don't complicate the things of God. Nisaidieni tu kuhubiri. Wacheni kunisaidia kuniletea mambo mazito kwenye moyo wangu. Nisaidie kuhubiri. Ndio tuende haraka haraka. Time is not on our side. Tuna push. Mungu amenipatia. The good thing, Mungu naye anatupush na tupush because time is not on our side. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be sure that your light shines well. Hallelujah. Not only becoming hapa, just you must be sure that your light, wewe as a Christian, wewe as a member of this church, wewe as a person that has been liberated, how do you operate? Wewe una operate namna gani? Tabia zako ni namna gani? Unakaa kama nini? Be sure. Anasema you must be sure that your light shines well. Then you will give light to other people. Hallelujah. Wakelie metugo yaku yakelie atu wale yake. Ale medu maine unawatoa kwa sababu ya tabia zako, kwa sababu ya mienendo yako unawatoa. Then you shine on the people. Praise be the name of God. Don't be, usikuwe mtu wa giza. Badala ya kuwa mtu wa kuleta mwangaza kwa kanisa kama hii. In case metugo yako igakorwo ni dimmed. Unakuwa tabia zako hazifurahishi, tabia zako hazipendezi hata kidogo. Why will you be like that person? Why will you be an impediment to what we are doing? Why will you be ukuwe mtu ambaye haufurahishi watu wale wengine? Yani wewe mwili wako, akili zako, tabia zako hata shetani amezikataa. Don't allow that. Don't allow the devil to use you. You are in a great territory. You are in a great place where God is operating like nobody's business. Where God is operating live, where God is not waiting for a few minutes, He's just operating there and there. You ask this, God give me this, anakupatia. You tell God I want to do this, and unamwambia Mungu kitu ifanyike na inafanyika. This is where we are operating in 6D. Yes, sijui kama mnaelewa 6D. 6D ni 6 different dimensions. Yes. Na ni dimension of power. You operate with the love, you operate with the conquering, you operate, yani una operate na vitu zingine za kibinguni. Uko hapa, Mungu amekupatia hiyo chance, amekupatia hiyo nafasi, but you don't see this. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't see this. You are still trying to do your own things. You are still trying to fight. You are still trying to conquer. You are still trying to bring things down. This one you cannot be able to do so. You cannot. Don't dare. Don't waste your time. Please, I beg you, my sister. Ndiko muruaga yaha na raika othe yake mbuto ya iguru yothe ego uge coko githaka na mbuto ya iguru na ringi ha ndakenya na ringi ni mbuto ya guku. Bwana asifiwe sana. Siuliza ani tulikuwa naga na yeye Mungiki. By the way, ulihama Mungiki ama bado huko? Na Siko ulihama kabisa. Hiyo karoho kana kujaga. Unaanza kuniandikia message. Kutoka leo siwahi niandikia message. Umesikia? Niandikia message ya haya lakini si ya kucomplain. Wajua? Noigwa? Yeah, it's an order. Complain. Uko tolo complain na ginya madena. Usipokuwa na kitu mzuri positive usiniandikie. Diwe si ya tawadi na yeye yake tiri tatu na bado maisha makumatara batirasheje heke dutareka. Ayo mudu mugi muno we. No heke dutareka. Umeniget. Thank you. Endo fanya ile kitu unafaa kufanya. You align yourself. It is hatuwezi kukaa na wewe mwaka hiyo. Ni mbili ama ni moja? Ile cry ilikulete hapa bado the same cry you are crying. No, it doesn't operate that way. Things must change. Hata wale wengine mko hapa, if the same cry tukikaa na wewe mwaka hii iishe, the same cry that brought here ndio unaendelea kulia, usiingie ile murago. Sitaki murogi hapa. Usiingie ile murago. Enda utafute Ezekiel na nganga kutoa mapepo. Me, I've seen changes in my life. I have seen things working. Huyu mama amekuja tu juzi, ameenda mlima, maisha yake yamefunguliwa. Sasa wewe ni kwa nini? Kwa nini maisha yako? Huyu alitoka kwa wagaga, angalia. Na kanapigwa sana haka. Uhuragiro ke, nigo thakara. Ugama na iguru makuona. Nigo tuhura bica. Bitas one. Uhuragiro ke. Kotare wo makwa go pio. No mire pio. Magogona mothe ni urutite.
Makwa kwa male walutaga mali. Ukiona mambo yako haichange, kuna kakitu umeshikilia. You have to drop it. Kuna kasiku, there is a tie, there is either a soul tie somewhere, a spirit tie that is holding you. This is what's stopping you from getting where you're supposed. Kuna madhabahu, kuna kitu hujafanya right. And the day you do things right, the doors will open for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nikiona hii kitu nilifanya hakikuwa right, na achaga hapo hapo, naenda na pick kile right. I don't stick on something that is not right. If in the spirit na discover, because we make mistakes. We make mistakes, and in these mistakes you rectify immediately. You don't stick to that something. Just rectify immediately so that you can ease, ubadilishe njia zako zikuwe rahisi kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Usinganganie tu unakaa hapo ati lazima nitoboe hii. Hapana, kuna vitu vingine una forfeit na unaondokea. Unaweza kuwekelea hata milioni 10 na uone zimeenda. Unatoroka ni kama hazikuwa zako. Na dunia inaendelea kuitwa nini? Dunia. Maana aliyekupea hizo atakupea zingine. If at all you repent and you go back to him. If at all you uende umwambie Mungu ya kwamba nimekubali, sikuefanya venye ulikuwa nataka tufanye, sikuendeleza kazi venye ulikuwa nataka tuendeleze. Mungu nakuomba tu, nilijifanya juaji, nilikuwa mjeuri, lakini naomba msamaha. Nishike tu tena mkono. Huyu Mungu ni mwenye huruma. Huyu Mungu ni mwenye rehema zake, anatubadilisha. Imagine sasa kama mtu kama haka unaona kanaogea mbele yako, kanakoka dunia, kanaenda Britain, kanaenda France, kanaenda mahali, yani unasikia migurumo, ni vitu vinafanyika. Things are working, things are happening. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama wewe, kama kokia amelelewa kwa Mkristo kutoka utoto yake, na ukijiaraini vizuri, si yote dikikwenda huko kihetoka, nukiaisha kama matatu kweli? Ukijibula hawa ukaruga, naenda Crusaders, unaanguka hapa. Ungekuwa ukisumbuliwa na makaga. Kama ukijialaini vizuri, ungesumbuliwa na makaga. Sasa unaitwa madeso kasoka. Na ile mtu anakuambia madeso kasoka, mdomo mpaka inatoka manyani. Hakuoga na tudu buli, anaoga na tudu brush, Ni tudu what? Hallelujah. Tupatie bado hatujamaliza hiyo, hatujamalizana na hiyo. Yeah. Oh wow, so smart. You must be sure that your light shines well. Then you will give light to other people. They will see all the good things that you do. Then they will praise God, who is your Father in heaven. People will praise God because of you. Hallelujah. Because you are doing good things. Just try one day and become that good vessel. Do the right thing in the right processes. And the people will love your God. And they will be associated back to God because of who you are, what you are, and what you do. Lakini kwa ukikora haha, ukikora haha, makakora uliyoikalete sura peke yake, hata hujaongea sura peke yake. Unakaa kama nyangumi ambayo imeruka kwa mtego, ilikuwa imetego ikaruka. Sasa inatoroka, sasa inakutana na wewe, ikitoka inaangalia na sura, na imagine kule imetoka, imekutana na mtu kama yule alikuwa anataka kumaliza. Hiyo ndio sura unakuaga nayo hapa. Siku ndio imagine mtu ukitaka kukakora winadu ya joni, uchoke aje kaga kunekoleka hivi. Hawezi kusema kuna Mungu. Anasema nie kodoko. Haya, kwa uniko kwa modo leo amogeke. Sasa mpaka mnaniharibia paka jina. Mnaona ninaanza kuitwa mtu wa mogeke. Sasa mimi ninaweza kuitwa mtu wa mogeke? Mimi. Mkato majitu ati modole wale wa mogeke. Mimi nimewahi kuwa wa mogeke mimi. Mliniona. Mnaniharibia hadi amado kile letu hata huko joy. Unaikuwa kwa ati kale kanida kala modole wa mogeke. Waje waseme wakitoka wanasema hiyo nyumba iko na mafuta. Wale wako huko wako na mafuta. Ni watu wako na lili wagai. Noti gona haya kinyora mudia. Tamudu atukete seda boruti. Tamudu atukete seda boruti. Ni kuna goroya nyamu, goroya na nyoka dhaini. Haupendi watu, haupendi mtu hata kusalimia watu inakuwaga ni kama mtu amejipaka mafi kwa mkono. Change, mwambie mwenzako change. Mwambie, mwambie change na mwambie na lugha yako. Mwene garuruka tolesia nane. Sisi ni watoto wa utukufu. We are the children of the light. Sisi si watu wa kawaida.
Uliza nani? Anaitwa nani? Amevuka kitambaa leo. Si already. Taruka mana igoro. Si so hard sana. Taruka ma. How's wife material? Look at you are so handsome. Oh wow. Yaani ukora kwa muda kaogwo. Nona kuha gitabu urege kukiacenjia maisha maku. Uhiana mundu wa miaka 28. Wemenyerere muno ndukahetũke bara haha ũguo. Nĩ ũgũcokothwo nĩ mwana na hake. Bwana Yesu, muulize huyu Chiaredi pale tumetoka. Alikuwa anatutumiaga shilingi 200, tumekosa fare. Akiwa kwa supermarket, alikuwa anakoniwa na mama mwingine alikuwa anaitwa Nancy. Alikuwa anatutumia nini? 200. Tumekosa chakula na fare. Huyu mama kwa hoteli kutoka kwa duka yake. Muulize atakwambia pale tumetoka. Tulikuwa tunashindwa kulipa. Siku moja tulikuja kuchotwa nyumba, tulikuwa tumeshindwa kulipa rent. 28,000. Wakatuma maauctioneer, walikuta Otodi, walikuta Dennis, Deno, na nani mwingine? Evans. Walikuta majabasi, the really majabasi wa dunia. Na unajua maauctioneer bado ni majabasi. Sasa waliachilia majabasi waingie ndani ya nyumba. Wakanipigia simu wakaniambia hapa kuna auctioneer na wanataka kuchukua vitu. Wakaniuliza tufanye nini, simtumie akili yenu. Hivyo niliwaambia tumieni brain. Mnaniuliza nimfanye nini na nyinyi ndio mko kwa sini. Mnataka sasa nichote blame niwarushie. Simtumie brain. By the time kabla nimalize hiyo statement. Hawa jamaa auctioneer walikuwa chini ya viti. Hivi unaona hii kiti walikuwa wamekujwa, wameigizwa chini ya viti hapa ndani. Kila mtu alikuwa amekaa ndani ya kiti yake hivi. Maana mabomu zilianguka kuanguka. Huyo tulikutana na huyo jamaa auctioneer alihamia Nakuru. Alisema mimi siku hiyo ndio niliacha mambo ya auctioneer. Sita auctioneer kitu ya mtu tena. Kwa sababu waliulizana hii ni kanisa kweli. Wacha nikwambie kanisa si ujinga. Hapana, mimi utanipatia hapa ati nikoke hapa hapana hapa ingine. No. I will deal with you Kakamoni Asiri. Na dunia iendelee kuitwa dunia. Hiyo ndio ile manto nimepatiwa na Mungu. I am a Joshua. Joshua si alichinja watu. Joshua alishika mfalme wa Ai, mfalme wa Gibeoni, mfalme wa wapi? 5 kings, maruto 5. Akakata kichwa, akawekelea kichwa kwa mti. Maruto ngapi? 5. Wagibeoni waliposikia hiyo, walikimbia kwake, wakamwambia tumesikia sifa yako, wewe si mtu mzuri. Na tuko hapa kukutumikia. Ithuere tukurutira wira uri ukwenda. Muthamaki, tutakuosha hata miguu, tutakuosha miguu. Sisi hatutaki vita na wewe. Wakaambia basi kaa hapa na mtakuwa maslaves. Walikuwa wanaenda kuchota maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutawafanya maslaves. Hawa wanacheza na sisi. Tutawakonka and will subdue them. Because that is what God told me in the book of Genesis chapter number 1, verse number 26 and 27. Inasema be productive and subdue the earth. Akarudia kaniambia dominate, have dominion, control them, tawala. Na udikwenda sia na vugu. Sitaki watoto wanako na nini kwa siako. Dikwenda sia na sinema kwa siako huko. Nataka fighters. Ile phase tumeingia ni ya vita. Tumepata manto. Joshua aliambiwa nimekupatia. Musa amekufa. Musa amefanya nini? Amekufa. Sasa arise, simama. Uende uchukue watoto wangu. Musa alikufa jana juzi. Moses died. When Uzziah died, I saw. Yesu alipelekwa Misri akakaa miaka ngapi? Mpaka mfalme alipokufa. Ndio akarudishwa. Musa akakufa, ndio Joshua aanze kufanya kazi. Sijui kama unanielewa. Miti ni ramulale na keyo. Mulale na Joshua, wale uraturaga tentine. Joshua ni arathire. Une Joshua bara. Musa alipokufa, Musa amekufa. Musa, mwambie mwenzako Musa amekufa. And the Bible says God came and told Joshua. Akamwambia Joshua, your boss Moses has died. The person you are under ambao ulikuwa chini yake amekufa. Sasa amuka.
uende uchukue watoto wangu uwapeleke kwenye nchi ambao niliahidi mababa zao. Halo, hiyo ni ndio nguo ya ukuhani. Niko na faga. Haleluya. Niko na nini? Ukuhani nimeweka chini. Endeni mkatafuta makuhani sasa. Sasa hapa ni vita. Ni kupenya na ni kuenda. Nimeigwa. Ni kupenya na ni kuenda. Na ukilete ujinga tunakushughulikia wewe kwanza. We will deal you like an enemy. We will deal with you like an enemy. Lete ujinga tena hapa. Nitakushughulikia kama nyoka. Uliona nyoka kihoro ni adu? Imeleta kabe. Ule hura kwa ginya ni hii. Kuhura na digedele ni wadi. Hapa sitaki waoga sasa. Face ya waoga, face ya hiyo face tumemaliza. Tumevalishwa nguo ingine. Wakati mliona wale wazee walikuja, enda video nimeiweka saa hii. Enda uangalie na usikilize matamshi hawa watu. Wakati mliona hawa wazee walikuja na wakahando wao walikuwa maumau. Wao walikuwaga na my grandfather Waroigi. Umesikia kama mtu anaitwa Mugai wa Gai ule alienda? Walikuwaga na hako kama Seke baba. Akienda walikuwa na yeye. They were given mantle na ndio walipigana mpaka wakachukua. Ulisikia wakisema mahali hapo tulikuwa ndio walifanya maombi. Mahali hapo tulikuwa ndio kulifanyika na mambo yote ya mabadiliko ya dunia hii ilifanyika hapo. Mbona Mungu ametupeleka huko? Kwa sababu tulikuwa tunakolewa nguo, tunavalishwa nguo nyingine mpya. Na si nguo mzuri, ni magwada. Ni kijeshi. Wewe mtu mia na amaka. Sasa niona ina different shape. No macheko, no nini, no nonsense. Sikuwa nanielewa, sikuwa tulikuwa naye kwa Mogeke. Lakini naona sikuwa ni kama atatoka huko. Ndio nike, I'm not convinced ulitoka Mogeke. Kuna kitu hujafanya. Kimoja tu kadogo, kuna kitu kamoja kadogo sana hujafanya. Kuna kitu ya Mogeke kwa nyumba yako? Yoyote. Zile tulikuwa tunaleta mashanga manini, kuna kitu kamoja ulitoa huko Kitegera. Hebu tafute kuna kitu kwa nyumba yako na kana upaleti kama gedito. Lakini nika kitu tu, inaweza kuwa pete, inaweza kuwa kabago, si kitu unaweza chukulia ni kama ni kitu muhimu sana ama inaweza kukuaffect. Hebu utafute kuna kitu kamukike kwa nyumba yako. Na hako ndio kanusu hiyo uruke padi hii. Nika kitu kadogo sana. Kanaweza kuwa kabago. Na watu wa Masai kanaweza kuwa kitu kama hako, kitu kama kapete, kitu tu, lakini kana connection ya roots ya Mogeke. Kana upali ndio unaonaga unaotaga na Maina Jega. Si unaota na Maina Jega? Yeah? Yeah? Maana spirit yako naiona huko. Na sio yeye naambia nyinyi. Kuna vitu mko nazo zinamrudisha huko kule mlitoka. Nika kitu kanaweza kuwa kadogo sana, lakini nika souvenir, nika kitu tu naekelea tu kwa meza kwa kabati hapo, lakini kako na connection ya huko. Hiyo ndio mtu anaitwa Joas, baba yake Gideoni. Alipatiwa kitu kadogo na Wamereku. Akakapeleka kwenye madhabahu yote ikabadilika ikakuwa madhabahu ya Baal. That small thing that you think wakati ulikuwa na vaa weka udwa heto kule kwako kadito nwa heto kama utekamo kidoli watu merire dhuru alini nike watu merire dhuru alini nike wa heto kama utekahia nogo heke dwa heto kihia nogo geku kyohereri yogo no tigia kuohereria Korire ndi haria kare. Kwa nyumba. Ndio gacarie ke nyumba niko garakugia. Hiyo ndio inakusubua. Yes. Hiyo ndio inakusubua. Nimekuletea fugufugu na wamekuendea kubaya. Wamekuendea kwa utaku. Nataka kukunyulia.
Sasa cover mtoto wako na wewe na ujikave kabisa. Ndio unaonekana, ukionekana watu wakikuona tu wanaona ulikuwa huyu. Kwa sababu ni wao pia ni maagent na wana connect na wale. Na hiyo kitu yako ina connect, inaleta dade. Tuendelee, walitoa hii kwa nini? They will see all the good things that you do. Then they will praise God because of you. They will praise God because of your deeds. Tabia zako zitafanya Mungu asifiwe. Hebu jiulize, mitugo yako ule inafanyaga Mungu asifiwe. Watu wanafurahiaga wakikuona. Baba, mbona sikukuona kwa mlima? Ulikuwa kazi gani nyingine? Na mbona sikukuona saa ile nyingine mkiwa na mtu yako? Ulikuwa mgonjwa. Mama akakuja kukushughulikia. Thank you. Hiyo ni mapenzi. Hiyo ndio tunaitaka mapenzi. Moto. Tusome kitabu hii. Tumesoma gani hiyo? Ndio hivyo udhomithia. Tusome Luka 11 mstari wa 34 mpaka 36. Luka mstari wa ngapi? Luka 11 mstari wa 34 twende mpaka 36. Quickly. Huko ndio tuikaa, ule mfafa hito. Huko ndio tuikaraga. Huko tutakula mudi ya godi mera madha. Ati uko hujede kada tafai. Ukarigo uko hujeke. Ndio abeta kuheana mushane waku. Ndio mushane wako ndio kada tafai. Leo ulikuingia tu kwa kigosho mpaka ujajiprepare vizuri ndio ingie. Unavyo ndio kada tafai na wanakuangalilia. Ukienda kupitisha 35 unaona watu wameanza kuondoka moja mmoja. Sasa hiyo my friend tutakuja kuwalibarate. Ni murashenjia. Murika daga kinya hwaini. Muthenya wago ne wago. Your eyes are like lamp and your body is like a room. Hallelujah. Your eyes are like what? A lamp and your body is like a room. How does that tell you? Your eyes, maitho maku magiro kuona maundu mega, magiro kuona Ngai. Ti kuonaga ukona mundu ukona ni jangiri, ukona mundu no maraya uma. Ati maitho maku kira giothe marona ri, marona tondu kairitu aka nike hakarangi muromo ri, ati gaka kare hakarangi muromo tondu kena maundu mangi moru. Ti kuonaga nduma, onaga Ngai thiini wa uru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kwenye huo ubaya unaupitia una Mungu. Hata kwenye hiyo mateso mtu anayapitia una Mungu. Kwani wale wazee walitumwa na Elija aliwatuma, wale walienda kukaa kwa kahaba, walikaa kwa ni kwa Rahabu. Walikaa huko. Na mama alikuwa maraya na walikaa huko ndani. Unajaribiki kufikiria kama mtu wa dunia? Unajaribiki kufikiria kama mtu wa dunia? Venye hawa wazee walikaa na huyu mama siku hizo zote. Na then the mama hosted them na wakakaa huko na huyu mama anakuaga ni wale inyorole juaga pake, and these men were there. Dukata siagai madani agosho. Be careful that your eyes are like a clean lamp. Let your eyes be a clean lamp. Taa mzuri, taa inaona vizuri, isiwe tu inaona mambo ya shetani, ionage mambo ya Mungu. Make your eyes see properly. Waone kitu kizuri. Tiwo kuonaga oru. Na ukipendwa pendeka. Na ukichukiwa chukika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiachwa achika. Kaa kidunia na ukae kangari. Hii dunia inahitaji utembee kama kanyau pole pole. Ni hopo yaga. Dunia ino ina hopo yaga. Na iki hopo inaweza kukumeza na huko chini. Na maisha iendelee na watu waendelee. Ushaipiga picha ya mtu wakati mnaenda masiko. Kuna mtu hajaenda mazishi hapa? Sisi zote tumeenda mazishi. Most likely kuna mtu amekuwa affected na mtu karibu wa familia. Wewe unasikia watu akisikia mtu amekufa, Jeroge wito ni arakuire. Dakika kama siku hiyo, dakika kama 30 machozi inaacha. Sasa sufuria zinaanza kutafutwa. Nini na nini tafuta ingine? Madhufuria mara manene na hema na ite zinaanza kutafutwa. Wewe ulikuwa unalia, unaanza kuuliza hema yetu mako. Kutoka hapo drama tunipiga hapa inaanza kutafutwa. Sasa kutoka hapo ni story. Na rali mwega, Jeroge itore, Karioki itore. Kai. Anigwa marali mwega. Anigwa rarugamaga na ndogoko. Kai yathuragira uria mwega. Wanapiga story mpaka siku ya mazishi kwa Moshari tena wale wa kwanza.
wakikuchungulia wanasema nie thayo, God too soon. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena hapo ukimaliza commercial ukiwakuta kwa gari wanapiga gumzo vizuri sana. Story ni kali moto moto, hata hihusiani na mtu. Sasa story itarudi wakati gani? Wakati wa mamayo. Unaona mtu akongalio anaanguka. Na ukichunguza vizuri kama alikuwa mwanaume wa makamu kama mimi, unakuta wamama wanalia. Unashindwa huyu na watu wa tiwitole kiramureria. Oya tiwitole. Nini nafanya analia, huyu ni wa wapi? Nasikia ni wa Nairobi Kayole. Unaona mwingine ameanguka pale, huyo ni wa wapi? Nasikia ni wa Kitekera. Unaona mwingine kule ameanguka, unauliza huyo ni wa wapi? Ati ni wa Uganda. Ukakemenya na diaspora. Hapo baada ya kuanguka wakibebo wakirudishwa kule, unasikia andu a Nairobi mabage raini eno, andu agoko mwambe muhuruke hanini twambe tuheage ni tugeteo. Andu ukisikia andu a Nairobi mtu anafufuka unamkuta kwa raini, unashindwa huyu ni yule alianguka. So that is life for you. That is life. It is so challenging and so hopeless and so useless that you cannot be contained by the life. That life, you need the light of God to contain you. Contain yourself in the light of God. Contain yourself into the processes of God. That be careful that your eyes are like a clean lamp. Then your whole body will be like light. Yani your body inakaa ni moto. Then your whole body will be like light. But if your eyes are dirty, your whole body will be completely in the darkness. Your eyes, if are dirty, your whole body becomes in complete darkness. Simama kwa miguu yako. Waambie mwenzako, nataka kukuangalia nione kama wewe uko kwa giza. Nataka ufungue kinywa chako. Umulilie Mungu dakika 2-3. Umwambie nimekusikia. That macho yangu ni mwanga wangu. Mwili wangu ni mwanga wangu. Lakini kwa muda nimekuwa si yuko sawa. I need you to shine upon my life. Mwambie tu Mungu, nataka unimulikie. Nataka unimulikie. Nataka ufabadilishe mwili wangu nikuwe chombo kwa ajili ya utukufu wako. Nikuwe chombo. Mwambie Mungu, nataka kuwa chombo. Fungua tu kinywa chako, mwambie nataka kuwa chombo. Nimlikie Yesu, nimlikie. Mwambie tu Mungu, nimekosea kwingi. Nimehusika kwenye matendo mengi yasiyo mazuri. Nimehusika kwenye njia nyingi ambazo si nzuri. I deserve. Na kuomba tu kanibariki. Na kuomba ukanisaidie na ukaniwezeshe. Na kuomba Baba ukanishike mkono. Nimetenda na nimefanya na nimekaa kinyume. Nimepigana na watumishi wako, nimepigana na kazi yako, nimepigana na watu wako. Nimekuwa jeuri katika maisha. Nimekuwa mtu ambaye hapendezi. Tabia zangu zimekuwa ovu, tabia zilizooza. Ninakuomba tu Mungu, light up my life, light up my candle, light up my processes. I need your favor, I need your closeness, I need your desires in my life. Shika sadaka zako kwa mkono wako wa kulia. Shika sadaka zako fungu la 10 siku zote. Shika kwa mkono wako wa kulia. Siku zote. Karibu
Kama uko tayari, leta zaka zako hapa mbele. Bring your sacrifices. Leta hapa mbele. Just bring them in. Online tuna pay bill number iko hapo. For those watching us online, there is a pay bill number. That's an equity number. That's 247. Account number 935-035. And also another account number, if you want to use another account number is 290002. Iko kwenye screen yako, you can send to that account. And for those who are outside the country, because I don't think account number work there, we have 0722-239-555. It's an M-Pesa line. The name is Hezekiah Waroinge. Yekiawa. Wakia maito. Hamude. Esawa. Kabisa. Ujui. Dumuirega. Yes. Tusimame. Hata wale wazee sasa simameni. Nimuikariria the muno mutike gadire. Simameni. Nogora. Menya kwe nogora kwa guineke. Nekuodoka. Simameni, kila mtu asimame. Kila mtu asimame. Mimi sikusema mzee yake. Inueni mikono yenu juu, nataka kuwaombea. Na kama ungetaka nikuhakishie kando yako, muende nunua kando ukuje nayo. Na nisione mtu amekanyaga pale. Ni mimi peke yangu nitakanyaga pale. Usiambie mtu atiniende uniakishie. Umesikia? I will do it me personally. Mimi ndio nitakuhakishia moto wako. Mimi ndio kuhani wako. I am your Joshua. So tutaiakisha, kisha utaizima, uende nyumbani uiakishe. Nitakuwa nimekuhakishia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inua tu mikono yako juu, useme Bwana Yesu, Mwana wa Mungu. Umeniokoa, umenibariki, na umenizidishia kutoka leo. Na hapa kutumikia jina lako na mamlaka yako na njia zako zote. Nataka kuishi maisha ya utakatifu. Niwe mwanga wa kumulikia wengine. Mwili wangu na spiriti yangu iwe ni mwanga. Sema amen. In Jesus name. Thank you Father, I glorify your name. Na kushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Uliumba mbingu na kuumba dunia hii. Uliumba binadamu, wanyama na miti na vitu vyote vya sujudu mbele zako. Tunaunganika pamoja na makerubi na maserufi na malaika mamilioni. Na mwanao Yesu katika mkono wake wako wa kulia anaendelea kutulilia. Baba muumba mbingu, na kuomba tu msamaha wa dhambi. Tumetenda dhambi nyingi. Tumeongea mambo ambayo sio mazuri, tumesengenyana, tumepigana, tumedhalilisha, na kuomba msamaha. Utushike tena mkono. Watoto hawa wamekukosea kupitia kwa macho yao. Wamekukosea kupitia kwa masikio yao, miili yao na fikira zao. Wamesimama kinyume na mipango ulioasisi. Wamesimama kinyume na kazi zako. Wamepigana na mtumishi wako. Wameinukia mtumishi wako. Naye mtumishi amewainukia. Baba, sisi zote tuko kwenye kikapu kimoja. Tuomba msamaha.
Baba, nakuomba tu ukubali dua zetu. Nakuomba tu Baba ukubali tu kutusikia na utusamee, ututakaze. Tulikuwa na wewe mlimani na tulikuona. Jana usiku nilikuwa na wewe hapa na nilikuona saa 6, na hata kutoka leo asubuhi pia nilikuona, na leo tena nimekuona. Nakuomba Baba usikubali kutoka kwa moyo wangu, usikubali kutoka kwa maisha yangu, usikubali Baba kuniacha mikononi mwa maadui. Ni wengi na siwawezi, wako na uwezo mkubwa kuniliko, wako na mamlaka makubwa kuniliko Jehova, na wako na mipango mikubwa na mizuri kuliko yangu. Wewe tu ndio tegemeo langu, wewe ndio tegemeo wa nyumba hii, wewe ndio tegemeo wa kazi hii yote ambayo tunaifanya ni yako. Si hatuna nguvu, hatuna uwezo, hatuna maarifa. Angalia, ulinitoa kwenye kikundi ya Mugeke na ukanileta kwenye pulpit ni upili. Watu wengi wanaliuliza, ulisomea wapi? Ulifundishwa na nani? Ni nani aliyekulea? Hakika sina, ni wewe tu unajua, ni wewe ulinilea. Wewe tu ndio umenikuwa ukiniongoza na kunipeleka kwenye masehemu mbalimbali kwa ajili ya kazi yako. Itetee kazi hii yako. Tetea mtumishi wako. Tetea mpaka watoto hawa wako Jehova. Usiache wakaangamia, usiwache wakapigwa, wakadhulumiwa ama kunyanyaswa. Acha wakae kwenye limelight na wakae kwenye njia zako. Baba, wale ambao wanaenda nyumbani kubali kutembea na wao. Na wale watabaki Jehova, wanenee kwa njia ya kiajabu. Wakombolewe, wafunguliwe. Na wale wote ambao ni wagonjwa saa hii, ugonjwa huo na ukaondoke katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao wanapitia mahali gumu, na hiyo hali ikaondoka katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao walimadikwa na wakawekwa majina magumu yaliyo machafu, wakalaaniwa na wakasegenywa na wakaambiliwa maneno ambayo sio mazuri, na ondoa maneno hayo yote katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Somebody say amen. Amen. Yeah, thank you for those. Meza kuketi sasa, worship wataendelea. Kwa wale ambao wangetaka kukua katika deliverance service live, naomba tu tubaki, mtakula madasi na kuna pamoja